Karibu sana ndani ya nyumba popote unapowakilisha na kukaribisha popote ulipo. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali karibu sana ndani ya nyumba. Kama ilivyo kama kawaida tumeweza kujajaa ndani ya nyumba. Hiyo ni maana saa 4 dakika 9 Afrika Mashariki, ikiwa leo ni tarehe siku gani? Siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu hii leo. Siku hizi tangu tuanze kwenda church. Tuache kwenda kanisani. Sometimes siku zinatukanganya kidogo. Lakini tunakuambia kwamba tarehe ni 20 mwezi wa 7 mwaka 2021 na kukaribisha ndani ya Kisi Hot TV. Tuweze tukupiga nayo kama unawakilisha rekodi yako, karibu sana ndani ya nyumba. Nafanya sound check pale nione kama iko sawa. I hope sound check yangu iko poa pale, inawakilisha kwa njia iliyo safi. Ila tunataka kukaribisha one on one. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali ndani ndani kama kawaida. Tunajua vile tunafanyanga siku zetu. Usiweze kutembea mbali. Karibu sana ndani, tuweze kusonga mbele pamoja. I hope uko sawa. Na kufanya sound check pale, asante sana na kipo sindo shafika ndani ya nyumba. Kama yetu mtu yote shafika karibu sana. Nile tuna kwamba tafadhali ukifika fanya kitu kinafuatayo. Maneno mawili. Ukifika ndani tafadhali mtu wangu like pale. Before you comment, just share, comment, say hi, karibisha watu wawili watatu ndani ya nyumba. Kuambia kwamba karibu sana. Leo tuko na Dr.Begi aweze kuzungumzia masuala ya tumbo na tujue kwamba jinsi gani tunaweza kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. So ila tunakuambia chukua link yako tafadhali, tumia watu wawili watatu hiyo link yako. Ita watu pale ndani tuweze kujadili, tuanze one on one katika siku hii ya leo. So kama unawakilisha ile rekodi yako tafadhali karibu sana ndani ya nyumba siku ya leo. Siku ya Tuesday, siku ya Jumanne. Alright, yeah. Tena siku ya Jumanne, kesho utakuwa na Dani Kiriga. Sasa siku hizi zinakanganya kidogo bana, mtu wangu nakwambia, yani unakuwa mali moja tu au songi. Hatusongi kutoka ile sema ambapo tulipo tu ni hivyo tu. So hakikisha kama umelike pale, ukiingia pale wa like kule, share if you are new, subscribe if you are new to the house, na tukaweza kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. Nakwambia mbele iko sawa. So mimi nataka kuchukua link yangu hapa nisambazie watu wawili watatu, na watu mimi niwaambie kwamba tushafika ndani ya nyumba. Tunataka kuanza mambo mawili matatu, tuone jinsi gani ambavyo tunapasonga mbele pamoja. Sawa sawa. Baadhi ya wale watu ambao washafika kule, karibu sana ndani ya nyumba. Tunasonga mbele pamoja na mimi hapa Dennis kukurutu mbele iko sawa. Ninakuambia jaja ndani ya nyumba tuweze kusaidiana. Nakwambia Dr.Begi ako pale tu, kama amefika atakuwa na chilia pale comment ndio kwamba yupo ndani ya nyumba. Sawa sawa. Siku ya afya leo na Dr.Begi kutoka sehemu za Nairobi. Tuzingatie masuala mawili matatu, manne matano, tuone jinsi gani tunavyosonga mbele pamoja. Okay, alright. Hiyo link yako tafadhali nakuomba kuchukua link yako, sambaze watu wawili watatu, waambie waweze kufika ndani ya nyumba, tuweze kuzingatia masuala mawili matatu. Na kama kuna swali lolote lile kuhusu afya yako, ama kuna ugonjwa fulani ambao unaona unatatiza mtu, ama kuna ugonjwa fulani ambao unalemea mtu pale, unaona, so unaweza kimbia tu pale ndani ukaweza tu kuuliza swali lako, daktari atakujibu. Daktari will answer you in comment kwa mpatie nafasi the next around 3 5 6 7 8 minutes. Kisha aweze kutuzungumzia hapa ndani ya Kisi Hot TV. So daktari, kama uko ndani ya nyumba tafadhali utaweza kunitambua pale katika njia ya comment, niambie kwamba you are present, tutaweza kushiriki mambo mawili matatu. So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Tutashiriki pamoja,
tutazungumza pamoja katika masuala ya afya yetu, tuweze kuzingatia afya. Afya muhimu sana. Afya ni kitu muhimu sana. So nakwambia afya ni kitu muhimu sana, kinapaswa kushughulikiwa. Wale ambao wanasema kwamba kuna tatizo fulani la ugonjwa, nakwambia kwamba daktari yupo hapa leo kuzingatia katika sehemu ya tumbo, lakini kuna swali lolote lile utamuulizia, utauliza swali lolote lile tukaweza kusonga tumbele pamoja, sawa sawa. I hope kama daktari uko ndani ya nyumba, tafadhali tutakuwa tunanifahamisha kwamba nipo ndani ya nyumba katika njia ya comment pale. Tukaweza tukusonga mbele pamoja, tutaweza tukusonga mbele pamoja katika masuala mawili matatu. Labda tuweze kufahamiana tatizo ambalo linakumba tatizo la tumbo pale. Kama kuna tatizo la tumbo utakuweza kuuliza swali lako kule, daktari atakuwa anakujibu. Ingawa tu kama kuna swali kuhusu na ugonjwa fulani, pia umeruhusiwa kuuliza, lakini hivi leo tuwazingatia kuhusu tumbo. Kama tuwazingatia kuhusu tumbo, unakubalika kuuliza swali lolote lile hivi leo, na tuweze kujua kwamba tatizo lipo wapi. Sawa sawa, tutajua tatizo lipo wapi. So karibu sana ndani ya nyumba. Kama mmefika pale, tafadhali naomba tu kuweza kujua kwamba mmesafirisha hiyo link kwa kushare, like, pia comment sema kwamba I'm present. So na mimi nikiingia pale, tafadhali inakuwa tu na recognize, najua kwamba uko ndani ya nyumba, nikikutambua pale ndani ya nyumba itakuwa tu sawa. Okay, it will be good and well, I tell you, it will be good and well, ninakuambia. So tutazingatia kuhusu pia saratani. Sijui kuna saratani ya tumbo, daktari atatuambia pale, atatueleza. Najua sisi wengine tutafikia katika hizo kiwango. So kiona nimeangalia chini hapa, ni sababu ya kuweza kusafirisha link yangu kwa watu wawili watatu. Natumia watu link hapa, wakisha waweze kujaja ndani, tuanze tuko pamoja, tusafiri safari moja tukiwa na wao ndani ya nyumba. So kama uko pale, na kukaribisha ndani ya Kisi Hot TV. Karibu sana, jifiri at home. Chukua nafasi yako na fursa yako, tuweze kusonga mbele pamoja. Hii link yangu nishamaliza kusambazia watu wawili watatu. So if you are in the house, I want to welcome you all. Nataka kukaribisha nyote. Wakisha rekodi yako. Ukiwakisha rekodi yako, tafadhali jua kwamba salimu watu wawili watatu. Kama ilivyo kama kawaida, tambua watu wawili watatu ambao kwamba tuko ndani ya nyumba, wajulie hali yao iko vipi. Kwa maana hata kuna rafiki yako pale ambao unajua kwamba kuna rafiki yako pale amekupotelea sana, mjulie hali kabla kuanza. Kama daktari upo ndani ya nyumba, tafadhali ni kuone team comment pale, daktari sema kwamba I'm present. Next niko na kuachia link tuweze kuzungumzia kwa dakika kidogo sana, kama dakika 30 tu hivi. Tunazingatia kuhusu afya yetu. Afya yetu ni muhimu sana. Kama kuna swali lolote kuhusu ugonjwa fulani, hivi leo unaruhusiwa kuuliza, kwa maana daktari kwa pamoja na sisi hapa. Lakini ila tu daktari atakuwa anazingatia, atakuwa anazungumzia kuhusu tatizo la tumbo. Kuna magonjwa ambayo yana affect mtu pale kwa tumbo. Yaani hizo ndio vitu ambavyo daktari atakuwa anashughulikia leo. Lakini kama kuna swali lolote lile kumuuliza, mwambie kama daktari, naomba tu kujua tatizo fulani. Daktari atakuwa anakueleza. Usiogope kuuliza swali lolote lile, ama pia ulizia mtu. Kama kuna mtu pale akona tatizo fulani kumradhi, you can ask for somebody. Someone inaulizia mtu fulani tatizo fulani, okay? Ukiulizia tu mtu fulani, atakuwa tu anakueleza. Daktari atatujibu na atatusaidia watu wengi sana. Daktari atatusaidia watu wengi sana. So sasa ni ruhusu nikaweza kuomba, because ndio tunaanza, nikaweza kumtambua Mwenyezi Mungu, kwa maana Mungu amekuwa mtakatifu na ametuwezesha kwa kila jambo. Na kwa kila namna Mungu amekuwa mtakatifu na mlinzi mwema. So funga macho yako popote pale ulipo, ninapoenda kuomba, na tukaweza kuanza one on one katika ndani ya Kisi Hot TV. Kuna mimi hapa ni Njema, tukipenda kuita kukulikuntu, utakuwa naitika sawa sawa. Alright. Funga macho yako ninapoenda kuomba. Mtakatifu Yesu mbinguni, kwa sifa zako tukufu na mamlaka. Asante kwa maana siku hii ya leo. Asante kwa maana utukufu wako ushatupatia mtakatifu. Ulinzi kutoka kwako, tunashukuru jina lako. Asante kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa maana wewe umetuwezesha siku hii ya Jehova. Ya kwa tarehe 20 mwezi wa saba, tunasema ni asante Mungu wangu.
wengi wamekuwa wagonjwa pale, wengine wamepitia shida wangu. Sasa sisi tuko wazima, tunatukuza jina lako. Tupo kuingia katika topiki ya afya yetu mtakatifu, tukwenda kushughulikia katika tatizo la magonjwa na watu na tusumbua na tuletea hatari. Mungu wangu, tuombe ukaweze kutuongoza, na ninaombea pia daktari wetu anaenda kutuelekeza kwa kila jambo, kuweza kumkuwa naye, kuweza kumbariki katika jina la Yesu Kristo. Pia mtazamaji wa Hot TV na muombea kwa kila jambo, kwa kila namna mtakatifu. Kwa sifa zako imdiwe na milele, na ni katika jina la Yesu tunaomba kuamini. Amen and amen and amen. Amen. So if you are pleasant, sema amen. Sema amen. So daktari nataka kupatiana linki pale uweze kujaja ndani ya nyumba kwa dakika kidogo, tuweze kuzungumzia kuhusu tatizo la tumbo, magonjwa yanayosababisha tumbo. Na kisha kama mtu akona swali lolote ile anaweza kuuliza kama anaweza jipiwa. So daktari, nimekuachia linki pale daktari, nimekuachia linki pale. Karibu sana daktari, linki kwa hapo juu. So daktari, if you are getting me, karibu ndani tuweze kuzungumzia kuhusu topic yetu ya siku ya leo. So we want to discuss all about that. Daktari, tafadhali kama uko na mimi pale, na kukaribisha sana. Naona pale watu washaanza kufika ndani ya nyumba. Kama umefika, tafadhali ndio tunaanza. Kuachilia comment yako pale, sema kwamba uko present. Karibu sana. Thank you very much. Akina Vibes Masi Kwamboka, Vibes Kari Jerito Eriko, akina Kevo Sinde, na kuambia kwamba watu achilia comment pale tuweze kuzungumza mawili matatu. So daktari, kama unanipata, tafadhali linki nimeachilia pale. Daktari nishaachilia linki kule, nataka kukaribisha ndani ya nyumba tukaweza kuzingatia mambo mawili matatu. Na kama ushafika, tafadhali jua anakuomba tu like, share and comment, tuweze kwenda zote kwa safari moja. So na daktari nakutegea papa hapa, kama uko tafadhali ingia tukaweze kuzingatia mambo mawili matatu kuhusu afya yetu. My long friend anaitwa Jackie Mabebe Jack. Thank you very much for tuning in. Najua kwamba showers of mercy inawakilisha mbele, iko sawa mtu wangu. Thank you very much. Karibu sana ndani ya nyumba. Okay. Najua kwamba akina Wabuhu Team Central Kenya inawakilisha pale ndani ya nyumba. Karibu sana kama ushafika, ndio nataka kuangalia daktari kama ako wapi, daktari anafanya nini, kwa maana mdo ushafika. Kwa naambia hii masaa alikuwa anatoka pale kazini, kaweza kuzungumza pamoja na sisi. Ila tu sisi kutembea mbali. Sawa sawa. Msitembee mbali, daktari yupo, ndiye alikuwa anatoka kazini, tukao tutazungumza naye in the next minute. Ila tu watu waweze kujacha. Sasa kama daktari atafika, hiyo linki watu wakuja hapa tusalimiane. Akina Wambuhu, akina Jackie Mabebe, akina Kevo Sinde, akina Vibes Terito Eriko, Vibes Kari Jarito Eriko. Jacha hapa ndani tuweze kusalimiana kwanza, tukiendelea kutegea daktari anapofika pale nyumbani.
Nenda kumtafuta papa hapa nyuma ya tent, naenda kumtafuta hapa nyuma ya tent kidogo kwa samahani. Naenda kutafuta daktari hapa nyuma ya tent. So karibu sana, if you guys ingia ndio link tusalimiane kwanza, tupige tu ka story kiasi, nikienda kutafuta daktari hapa nyuma ya tent, kwa maana sasa hivi nilikuwa natoka kazini, labda tutafika kule. Sawa sawa, karibu sana. So kama mfika ndani ya nyumba, karibu sana. Leo tunazingatia kuhusu tatizo na shida za magonjwa ya tumbo. Tulikuwa na daktari pale, tulikuwa tumezungumza naye mapema, akasema kwamba atakuwa na sisi papa hapa, na pia kukiwa na swali lolote lile unaruhusiwa kuuliza hivi leo. So the next minute alikuwa anatokea kazini, so namtafuta pale nyuma ya tent, ila tu kama hajafika link nishaachilia pale, watu kuja tusalimiane, tushaomba kama sweet talk 1 2 3 things, tungoja daktari afike kwa nyumba. So tutakuwa tunazungumza naye live and direct hapa. Kama kuna tatizo lolote lile kumuuliza, umekuwa na tatizo la ugonjwa fulani ambao umekuletea shida pale, daktari anaenda kujipa kuambia kile ambacho nafaa kufanya. Na kuna baadhi ya magonjwa ya tumbo, matatizo la tumbo, daktari anaenda kuzingatia hivi leo. So kama kuna swali lolote ile kuhusu tumbo ama afya yako, karibu sana, usiweze kutembea mbali, comment next minute tuenda kujaja tuna daktari papa hapa ndani ya nyumba, watu wasitembee mbali. Alright, thank you very much. Naendelea kutafuta daktari hapa, so let us continue tuning in. Kisi Hot TV, mbele iko sawa. Karala, jambo. Umekuwa vipi? Dabo Karara, unanipata kweli ama network ishakuletea shida kidogo pale? Okay. Ni kama network alisikia na kuona pale, karibu sana. Okay, thank you very much. Karibu sana ndani ya nyumba ya Kisi Hot TV. I tell you, mbele iko sawa, mbele iko sawa, mbele iko sawa. The next minute tuenda kuungana na daktari. Kabla daktari hajafika ndani ya nyumba, watu karibu sana ndani, 1-on-1. Okay. Daktari, jambo. Alright, waiting for you here. Okay. Okay, thank you. Alright. Okay, the skin nakuwa na hapa, jambo. The skin. Habari. The skin, unanikata? Kuruputu. Mambo. Poa. Vipi? Poa kabisa, labda wewe naona usonye inameremeta kwako, naona uko sawa. Niko sawa, mimi niko sawa hapa, nashukuru Mungu tu. Yes, thanks so much. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV.
Anza tu na salamu, salimia watu, piga kelele kwanza, watu wajue kwamba uko ndani ya nyumba. Acha niwasalimu nini nyote wenye mnaniona. Hamjamboni? Hatujamboni sana. Yes. Kwa majina yangu naitwa Risikini, hiyo ndio majina ya kipande. Ukitaka kunitumia pesa ni Risikini, utatuma Risikini. Yes. Na wacha nikaribishe watu wote mwingie nyumba ya OTV. By the way, wacha niwakaribishe mwingie tunataka kujua ni nini shida tuko nayo kwa tumbo. By the way, kurukuntu leo nataka kujua ni nini shida yangu, so nategea sana mgeni akuja feel at all. Na wenye mko kwa comment, by the way, akina Seretsini sijui Gertrude Nyamali Wambo, wacha nikutamke ndio usinitaje kwa comment. Wambui hebu ingia ndani. Nimeona nimeona finest man kwa comment amesema leo ndio wa kwanza. Ingia ndani by the way, tushare pamoja. Yes. Akina Kefa Usinde, ingia ndani, nimewasalimu nyote. I like visitors by the way. So welcome. Nimeona Dabokara amepotea wapi, network yake kama inamsumbua. By the way, kurukundu. Nashukuru Mungu, wacha tutegee daktari atuambie na atupe madawa. Dawa atakupatia. Yes. Nataka kujua najua hata akituelezea kama hakuna madawa, hakuna haja atuelezee kama hakuna madawa. Si madawa yapo. Yes, hapo ndio tunataka sasa. Nataka kujua mbona unakulanga ugali mingi na ushipangi. Ukweli kabisa. Okay. Ananiambia dakika 5 TV atakuwa anaingia ndani. So nilikuwa nimepatana hizi dakika 2, 3, 4, 5. Watu waingia hapa ndani waweze kuzungumza, wasalimiane kwanza. Daktari akikuja si tutampatia nafasi peke yake. So saa hii watu wajumuike na Risikini. Mwana kwa nango wanaogopa. Wacha kuniogopa by the way. Mimi nakuanga Risikini mpole. Unaona hata jina yangu ni pole. Ingia ndani by the way. Mimi napenda wageni. Wanauliza? Sura yako ulipeleka wapi leo, utaki kuonyesha? Sura yangu haki ni nyeusi. Yes. Hiyo sura ni nyeusi sasa? Kabisa. Okay, naona sasa watu ingia ndani, napenda wageni, ingia ndani. Nikwambia. Wait, basi bosi ulikuwa ni ulienda wapi by the way na Pastor Machoka, Pastor Machuki? Okay. Hebu ingia ndani by the way. To share hii neno moja. Unasema nini ya ati Pastor atakusikia? Ukipigwa mimi sitakusaidia. Sina wakaribisha wakuja haki. Wachae kwa comment, wachae kwa screen. Kurukundu nimesema nini? Si nimesema wakuje, nimewakaribisha. Nimesikia ukisema Pastor Machoka, si Pastor Machoka ni nani huyo? Pastor Machuki. Yes. Okay. Waingie ndani. Yes. Thank you. Na kukurukundu, mbona uweki uso yako siku moja ikae nyeupe? Naona iko nyeusi throughout. Hiyo ndio kala yangu. Sasa nataka nitoe uso ya nani? Mimi na Kiza tunafanana. Mbona mimi niko mweupe na niko mweusi? Sasa mimi sasa unajua mimi nachipakanga oil. All right. So,
Mafanisi nadhania mafanisi wamechacha kwa comment. Please akiingia ndani. Wacha nangoja daktari hapa in the next 3 minutes atakuwa ni daktari kama uko ndani checking straight anasema kwamba Mr. Njema ni wa comment ndiye anafika. Amepotea siku 3 akupatie fine. Haonekani. Anaonekana siku hizi. Siku hizi haonekani haki. Siku hizi ameficha white. Masi kuamka yani wewe karibisha kuna mgeni anaitwa Masi kuamboka. Masi kuamba. Kwambo. Ni kuamba. Masi kwamba. Yes kwamba. By the way Masi kwamba ingia. Nimekukaribisha kwa Kisi Oti TV, ukae uchisikie uko nyumbani, ufili uko home, uingie na viatu, usitoe viatu, tutapangusa na tuko na nguvu haishangi. Sasa amesema apatiwe chai ya kikombe. So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV, karibu sana akina Masi kwamba karibu sana free at home. Nakwambia leo tunazungumzia kuhusu tatizo la tumbo. Leo ni afya yetu. Okay? Tutakuwa na daktari Dr.Begi atakuwa na sisi hapa in the next 3 minutes, atakuwa na dada ndani ya nyumba na ametoka kazi. Feel free kuuliza swali lolote lile unafeel kuuliza. You can ask any question according to your health purpose. Ukaweza tukusaidika na tatizo lako na jinsi ambavyo tunaweza kusaidika. Sawa sawa. Checking straight, karibu sana, umepotea sana, umekuwa kimya chini ya maji for so long time. Kwambia leo siku gani? Karibu sana ndani. Kama wewe ni mgeni pia remember to subscribe, ama jina yako hapo maikundu, piga subscription kule. So in the next minute daktari kama umefika, wacha nipatie link tena. Kama daktari atafika, nataka watu wakuja hapa wakaribishe Masi kwamba. Hebu ambia Masi kwamba ipo ingie ndani. Watu watu kinachudi kuamboka. Wakuja hapa wakaribishe mgeni. Tukiendelea kungoja daktari. Daktari ndiye ametoka kazi sasa hivi tu. Sasa hivi tu. So in the next minutes atakuwa anafanya nini? Atakuwa anafika hapo kwa sababu anafika tu apate kopo la nini? La uji ama la maji. Kisha baadaye atakuwa tu anajaza hapa ndani tuweze kuzingatia mambo mawili matatu. So kuna tatizo, kuna watu wengine unajua aliskini. Unajua watu wengine tuko na tumbo mbaya sana, ukikula maharagwe tumbo inapiga kelele. Inauliza, miskini hii ni nini umenipea leo? Mimi hata nakula after 1 hour sijui ni nini baite. Nisipokula tumbo yangu itakuwa na shida. So aniambie hiyo shida iko wapi. So napatia mwenyewe hasara ya chakula. Unajua leo umenichomea pete? Yes. Mbona umenichomea pete ati mimi ni mweusi? Si watu wanajua mbona sikachoma pete hivyo leo. Kukurukutu uko sawa, sichasema wewe ni mweusi uko sawa. Tunafanana usijali. Wacha nisome comment hapa kidogo tafadhali, usisonge mbali. Daktari anaingia in the next minute. Kama kuna tatizo lolote la tumbo, kama kuna tatizo lolote ambalo linakupatia shida kule tumbo, tatizo lolote la afya, daktari atakuwa anazingatia, atakuwa anazungumzia papa hapa. Na kisha baadaye tutakuwa tunachia namba yake ya simu. Na ipata watu wengine wanaogopa kuuliza maswali. Kama unafikiri kuogopa, ulizia. Sema kuna mtu alikuwa ananiambia nimuulizie. Utakuwa umesaidia watu wengi sana, si ndio? Ama waseme lisikini yako hivi. Ulizia mtu. Unajua kuna watu wanaogopa kuuliza swali, wanasema kwamba nikiuliza swali sasa si mtu atakuwa na nini? Si mtu atakuwa wanajua kwamba ni mimi. Hapana, ulizia mtu. Ukiuliza ni general, kuna baadhi ya watu wale watakuwa wanasaidika. Unaona kuna mtu pia anajua kwamba kuna hilo tatizo lakini ananyamazia. So leo tunaendelea kuzingatia matatizo ya magonjwa yanayokumba tumbo. Sometimes mtu anapata shida akikula nyama fulani. Kwanza kwa mfano mimi nikikulanga, saa time nilikuwa nakula nyama ya ng'ombe ninavura mwili mzima, lakini nilijiforce pana. Niache nyama, nikule nini bana? Kae. Daktari sijui kama wako, daktari kama ushafika, lingi lishachia. Asema hi kukurikuntu Kevo Sinde, karibu Kevo Sinde. I'm marking no register. Kevo Sinde, are you present? If you are present, confirm it to me. Anaitwa Kevo Sinde, vipi kila kitu iko shwari? If you are present Kevo Sinde, niambie kwamba I'm present. Vibescar Jerito Rico anasema leo nimefika mapema. Umechukua namba 2. Are you present? Ulifika mapema na ukaenda?
Unajua kuna watu wengine wakora sana, anafika na gosiomeri hivi kisha anaenda. Anaitwa Masi kwamba Amina, thank you very much my dear sister, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Jackie Mapepe from wewe unapatikana pale Mwembe. Niko ndani. Are you present still my brother? Just confirm to me if you're present. Wambuhu hiyo jina nyingine ya nyuma inanipea tatizo. Atukuruntu hi to you my brother. Wambuhu anasema kama team comments hey. Sema kwamba Kevo Osinde hey, huyu ndiye pekee kanatambua Riskini. Anauliza kwani leo ni nini? Leo ni tumbo. Sawa, nimekujibu Riskini. Anaitwa Wambuhu. Riskini, ingia studio utusalimie. Ashafika hapa. Sasa wewe utamsalimia. Master ni boss body. Hatujambo. Karibu sana my dear sister. Judy Kwamboka anasema kwamba high five everyone ndio kuingia. Karibu sana. Master boss body akina Wambuhu, if you are pleasant, confirm to me that I'm pleasant. Thank you very much. Anaitwa Wambuhu. Riskini anajifunika macho, sijui anakushaya, mbona anakushaya? I don't know. Na yeye ni msichana. Master boss body, hi to you at Wambuhu. Thank you very much. Anaitwa nani? Master boss body Wambuhu at Master hi to ukoje? Chairman wa team comment ndiye amekuja piwe fine. Anasema kwamba hamjambo humu, hatujambo sana. Umepotea sana, tukupige fine. Anaitwa Master boss body. Kumbe ni wewe? Kumbe ni sisi tuko hapa. Yes. Anaitwa Masi kwamba mimi ni mgeni hapa, sijaona likes za wageni. Wenyeji mko wapi? Mtupee viti. Anyway, pie we meet Bukra majaliwa. Nawatakia kila laheri. Kwani ulienda wapi Masi? Are you blessed? Masi, karibu sana. Okay. Leo okay. Masi Busibodi niko hapa, karibu sana. Wambuhu anasema kwamba taking right poa sana. Thank you very much. Taking right anasema kwamba have a blessed peace. Watcha tu. Have been peace. Umekuwa peace sana, pole sana. Taking right anasema kwamba Wambuhu, I see you. We also see you. Masi Busibodi, welcome at Masi, karibu sana. Wambuhu at kwamba welcome Kisi Hot TV, karibu sana mtu wangu. Jackings right at Masi kwamba karibu huku ndani, feel at home. Wambuhu at Jackings right, nimekuona pia mimi, hata mimi nimekuona kutoka hapa. Okay, Masi Bosibodi mweusi gaki. Unaona sasa vile nilichomea hapa mpaka Masi Bosibodi ananicheka hapa. Sawa. Masi kwamba hiyo kikombe iko na nini? Kikombe apewe kikombe ya uji. Sasa nimeona daktari ashafika hapa. Judy anasema kwa karibu sana Masi kwamba feel at home. Jackings right anasema kwamba vipi, anasema aje Riskini unachomea eti ni plaki, amenichomea wacha tu. Masi kwamba anasema kwamba asante, majina yenu ni magumu sana, yananipea shida ya kutamka, pole sana. Jackings right at Masi kwamba usijali utazoea. Kwamboka Riskini kutu akopoa plaki. Yes. Naona hapa mimi. Asante sana Chudi Kwamboka. Asante sana. Wewe Riskini tumepitana na wewe, nimepata wangu. Anaitwa nani? Kwanza yangu nikikula inafurahia pure tu, sijui kwa nini. Wambuhu yeye akikula tumbo yake inafurahia. Kai Ponives ndiye kia anasema kwamba hi guys, leo ni kuongelelea effects za maharagwe kwa tumbo. Ponives ndiye hi guys, leo ni kuongelelea effects za maharagwe kwa tumbo. Shida za tumbo na maharagwe. Asante sana Riskini kwa kuwa na sisi, tuambie tu bye, tupatie daktari nafasi hapa. Daktari karibu. Sasa niko ndani ya comment, endelea na mjadala. Thanks so much, karibu sana. Thank you very much. Asante sana Riskini. Padeza kupatia nafasi ya kuuliza maswali mawili matatu. Daktari akiendelea kuzingatia hiyo tatizo. So wacha tu nikukaribisha nyote, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Daktari karibu sana. Karibu sana. Jambo. Mzuri sana. Nimekuwa vipi? Hali si mbaya. Ni kung'ang'ana tu. Nakukaribisha sana. Tulikuwa tunakutegea papa hapa tuweze kufahamu mambo mawili matatu kuhusu afya yetu. More special na tumbo ni kitu kingine muhimu sana. Tumbo tumbo ni very sensitive. Very sensitive sana. Ndio inafanya hata mtu anaiba. Exactly, yeah. So we want to talk about hii tatizo. Kuna watu wengine sahihi yani akona unapata alikuwa anapenda nyama, lakini akakuja kaambiwa my friend akikula nyama anapata tatizo fulani. Hajui kama ni ugonjwa ama ni nini. Lakini wengine tunajiforce tu sababu ya nyama, harufu ya nyama inatuletea shida. Kabisa. Karibu sana, nafasi ni yako. Na washukuru nyote
kunipepea, ndio nimetoka kazi. Naam. Naomba tuendelee, hii kipindi tuendelee kuelimishana zaidi. Vile mwenzangu amewaambia, leo tutashughulikia mambo na tumbo. Itakuwa very brief juu ya stima hakuna kwangu. Okay. Then kesho ni kazi pia. Nitajaribu nione vile nitafanya. Yes. Okay. Leo tutaangazia vile chakula itatoka kwa mdomo ifike kwa tumbo. Yes. Na itolewe. Ndio, hiyo ni system moja. Yes. The moment umeweka chakula kwa tumbo, ndio itadetermine mwisho wake, ikifika kwa tumbo itakupea nini, italeta uzuri gani ama italeta madhara gani. Nitaanza sasa. Najua chakula digestion, tumie jina digestion, kwa mwili wa binadamu inachukua kama 24 to 72 hours. Ndio sasa hiyo complete digestion ya kitu yenye umekula ifanyike kabisa. Yes. Na digestion ya mtu inaanzia kwa mdomo. Mdomo, jua kuna mate. Na mate iko na umuhimu sana kwa hiyo chakula yenye umekula. Hiyo mate ikichanganyika vizuri na chakula, huenda usipate madhara. But ikichanganyika, kama kuna watu wako na sometimes mtu wako na dry mouth. So ukikula vibaya, kuna enzymes ziko kwa mdomo, kuna zikikosekana kuchanganyika vizuri, hiyo chakula itafune vizuri, iko in fine particles. So ikitafuna vibaya, ikifika kwa tumbo, huenda absorption ya hiyo chakula isikuwe vizuri at the end of the digestion process. Vile nimewaambia, digestion inaanzia kwa mdomo na inaishia kwa the large intestine. Wanasema ile mara makubwa, large intestine. Then kila chakula ikitoka kwa mdomo, iende kwa esophagus, iende kwa small intestine, iende kwa large intestine. Hapo kuna enzymes, ile vitu yenye inasaidia hiyo chakula ikuwe digested. So the moment umeharibu kitu moja, maybe ni kwa esophagus, ndio sasa hapo ndio shida, magonjwa zinaanzia. So nadhani nimemalizana mambo na digestion. Ni complex process, but nimeisummarize. Vile nimeisummarize, siwezi iongelelea saa hii yote, itachukua muda sana. Kuna magonjwa, kuna ugonjwa very common ina associate na aina ya chakula yenye umekula. Yes. Na ni very common, na almost more than 5 million Kenyans wako nayo sahi. Inaitwa ulcers. Tunaita peptic ulcers, but acha nitumie juu ya layman's language kwa ulcers. Kila mtu ukienda ukipimwa, mara unaambiwa uko na ulcers. So mtu anashangaa, hii ulcers mimi nimeipata aje? Mimi sina stress. Naelewa sasa. So peptic ulcers inatokana na, okay, ukiangalia kutoka kwa mdomo ni mate. Ni mate iko huko, na hii mate iko na makamazi ndani. Ikiteremuka mpaka ifike kwa tumbo sasa iko na layer. Iko na layer ya makamazi. So the moment mtu ameharibu hii layer ya makamazi, kuna bakteria huwa zikipata nafasi zinaweza grow kwa tumbo vizuri sana, ama kwa hapa kwa koo, ama mahali nini inaanzia immediately mahali tumbo, hiyo kifuniko yenye inafunika chakula inafungua na inafunika chakula before ama after ingie kwa tumbo. Yes. So the moment umeharibu hiyo makamazi, ndio hapo sasa shida ya peptic ulcers inaanzia. Nayo ni complex process. Yes. But nitaisummarize. Ni process ambayo iko na
enzymes, iko ni balance ya vitu mingi sana before mtu akuje kupata peptic ulcers. Ukishavunja hizo vitu zote, kuna yenye inaitwa intercellular, hiyo ni vitu ya kusema complex wa madaktari kidogo, madaktari wanastahili kujua. So ukisha break hiyo mucus complex yenye iko kwa tumbo, hapo sasa ndio shida zote za peptic ulcers zinaanzia. So hiyo ndio shida ya kwanza after mtu ameharibu the normal mucus environment. Sasa ndio unapata hiyo acid ikitolewa inapata tumbo iko empty, so inaangukia, kuna vitu tunaita epithelial lining. Hii epithelial lining ndio zinakuanga na hiyo makamazi, ndio zina secrete hiyo makamazi. So the moment zimekuwa affected, secretion ya hiyo makamazi ikikataa, ndio maana kuna acid inaitwa HCl inakuwa produced na tumbo. So the moment hii acid imesensi kuna chakula kwa tumbo ama hakuna chakula kwa tumbo, ikishatolewa ipate hakuna hiyo makamazi, inaangukia kwa hizo epithelial cells ziko lining iko kwa tumbo. So hapo sasa ndio inaanza kureact na hizo lining za tumbo, ndio sasa mtu unasikia mtu akona kidonda ndani ya tumbo in form of ulcers yenye inaletwa na hiyo bakteria nimwambia inaitwa Helicobacter pylori, inaitwa H pylori. So ukienda kwa hospitali uone mtu amekuandikia H pylori, jua uko na ulcers, na hizo ulcers zimeletwa na the absence ya makamazi kwa tumbo. Hiyo makamazi inakwanga kwa tumbo ni muhimu sana. So hii bakteria inaletwa na vitu mingi sana. Kuna salts ziko kwa tumbo, zingine zinaitwa bicarbonate. The moment umeziharibu nazo, hii bakteria ya H pylori inapata nafasi, inamea. Na mtu akiwa na neutral pH kwa tumbo, ile pH I think sijui ndio ile nitaiweka, ukiwa na pH yenye haiko favorable kwa tumbo, hii bakteria nayo inapata nafasi, ina grow. Na kitu yenye inaweza leta hii bakteria nayo i grow ni physical stress. Ukipata mtu ako na stress, pia stress ina alter the acidity ya tumbo. Physical stress, unapata mtu ako na stress, maybe kuna kitu hajafanya au kuna kitu amefanyiwa, ujue hiyo ni njia direct ya kupea nafasi hii bakteria igrow kwa tumbo. Na for your information, hii bakteria ikisha grow kwa tumbo, kuitoa ni ngumu, it takes time. Ingine ni ile watu wenye wana smoke, cigarette smokers, na watu wenye wanakunywa pombe, pia nayo hii ina corrode, inatoa hiyo mucus yenye iko kwa tumbo, and then in the process hii bakteria inapata nafasi, ina grow. And then kuna watu wanatumianga hizi dawa zenye mtu anakiumwa na kichwa kidogo, nakimbia kwa duka, nipe mara moja, nipe Panadol extra, nipe diclofenac, ama nipe Kaluma. Hizo dawa ni very dangerous kwa tumbo. They are extremely dangerous kwa tumbo. So hizo nazo zinaenda zinaharibu, kuna kitu tunaita prostaglandins, hiyo sitaki kuiongelea sana, nao ni pathway kubwa. Hii inazuia hizo prostaglandins. So the moment ishazuia hizo prostaglandins, unapata hii mucus haitolewe na epithelial cells. So ina inhibit mucus production by epithelial cells. Hizi diclofenac, hizi Kaluma, hizi mara moja, hii Panadol extra, hii Panadol advance, hizi zote zinaharibu the mucosal membrane, mucus, ile makamazi yenye iko kwa tumbo. So hiyo bakteria nayo inapata nafasi, ina grow. Tukiendelea kusonga mbele, nimewambia vile smoking inaweza leta ulcers, vile inapunguza hiyo makamazi yenye kwa tumbo na inapunguza the production of prostaglandins. Hizo mtazielewa baadaye. Nimewambia vile stress
Stress nayo ina increase gastric production. Hiyo nayo nimewaelezea na nimewambia juu ya okay, hizo ndio the major common causes zenye zinaleta peptic ulcers. And then sasa mtu anaweza niulizia, mtu unaweza manage aje hii ulcers? Okay, kuna home remedies zile treatment za nyumbani nitashughulikia tu 2 peke yake. Moja ni chakula, uangalie ni aina gani ya chakula unakula. Kuna watu mtu akikula kama ni maharagwe tu hivi anasikia tumbo imefura kwa mwili. Kuna mtu akikunywa tu soda hivi tumbo imejaa kwa mwili. Kuna mtu the moment amekunywa tu maziwa hivi tumbo inajaa kwa mwili. So home remedy ni ile achana na hizi chakula. Hizo chakula nitaziongelelea baadaye, zenye ziko high ranked kwa watu wenye zinaleta ulcers, ama already somebody ako na ulcers hastahili kutumia hizi chakula. So that is number 1 home remedy. Avoid hizo chakula zenye unaona the moment ushaiweka kwa mdomo unaanza kusikia kama kuna tumbo inakuuma. Hiyo tunaita inflammation. Ama unachomeka hapa karibu na kwa chest ama hapa kwa koo, hiyo heartburn, hiyo ni sign ya ulcers. Yeah, and then ya pili ni nimesema home remedy ya kwanza ni kuavoid hizo chakula. Remedy ya pili unaweza tumia antacids. Okay, the first home remedy ni kuavoid tu hizo vitu zenye zinaleta ulcers. And then ya pili ni usikunywe maji empty stomach. Okay, sometimes kama hauna ulcers kunywa maji on an empty stomach like 30 minutes to food ama 30 minutes after food. But kama unajua uko na peptic ulcers, don't try to take water on an empty stomach. Utaona a worst day ever in life. That is another second home remedy. Na the third home remedy, usiache tumbo yako bila chakula. In that the moment hiyo acid itatolewa, kama uko na hiyo peptic ulcers, isipate tumbo iko empty, na hiyo acid ikitolewa ndio already kuna vidonda kwa tumbo. So the moment hiyo acid imemwagiliwa juu ya hizo vidonda, utakuwa na pain, stomach pain. So avoid empty stomach kama uko na peptic ulcers. Hizo ndio the home remedies. Sasa tuende mambo na medication. Zile sasa hii madawa zenye zimekuja, ya kwanza unaweza tumia antacid. Antacid hizi zina neutralize hiyo acid yenye imetolewa kwa mwili. For example, ulikuwa unaumwa, ulikuwa na ulcers, ukasikia unachomeka tu, tumbo inachoma kabisa, ukienda kununua antacid kama Actol. The simplest antacid yenye najua wengi mnajua ni Actol. Kuna Actol na kuna hizi zingine za maji, ziko na aluminium, zingine ziko na magnesium, but the most common ni Actol na Ino. Najua wengi mnajua Ino. Ino ni antacid. Yeah, kuna zingine kama Gaviscon wenye wanaelewa kwenda ndani zaidi. Kuna Relsa, hizi ni antiacid. Kuna ingine inaitwa Catoximab na kuna ingine inaitwa Algel. Hizi antacid tunazirecommend mtu unachukua after ama before ukule. Unangoja like 10 to 20 minutes, unameza, unazikunywa after ama before ukule. Kuna zingine zenye tunaita proton ion pumps. Hizi ni kama Omez. Najua kuna kadao very common kanaitwa Omez. Kama mtu unakuanga na ulcers, ushaenda unaambia, unaenda kwa mtu kwa pharmacy unamwambia nipe Omez. Omez inaitwa omeprazole. Kuna omeprazole, kuna esomeprazole, kuna ingine inaitwa lansoprazole. Ni mingi sana. Hizi kazi yao ni ile zinazuia, kuna style zinafanya, zinazuia gastric acid production. Yeah. Hiyo ni njia ingine sasa ya drug management ya peptic ulcer. Nimesema kuna very common drug hiyo ya Omez,
na kuna ingine very common again inaitwa esomeprazole. Kuna omeprazole na esomeprazole. Those are the very common ones. Zingine hizo ni za deep kwenda ndani. Yeah, niko karibu kumaliza. Kuna zingine, kuna kadawa wanawake wana abuse sana, especially wale wenye wanataka kufanya abortion. Hawajui ako ni kadawa kakutibu ulcers, kanaitwa Cytotec ama mesoprezitol. Hii lazima uandikiwe na daktari, na hii dawa huwezi ukaipata hivyo hivyo. Inaitwa Cytotec ama mesoprezitol. Hii ni dawa inatumika sana kwa wale watu wenye wako na chronic ulcers. Mtu unapata kama ikianza kuumwa tu ni tumbo anaumwa mpaka unashangaa. So hiyo nayo ni dawa mzuri ya kutumia kuua hii bakteria inaitwa H pylori. And then kuna kuanga na kit sasa. Unapata kit imekombiniwa antibiotic, imekombiniwa esomeprazole, hizo iron proton pumps, na imekombiniwa ya mwisho na another antibiotic. Unaweza pata kama moja imekombiniwa esomeprazole, na nyingine imekombiniwa na clarithromycin, na nyingine imekombiniwa na amoxicillin. So hizo ndio tunaita H pylori kit. Unaambiwa hii kit enda utumie maybe for 7 days ama for 14 days. So hiyo ni kit iko formulated. Hiyo kit nayo inasaidia, inaweza at least kupunguza hiyo makali ya hiyo bacteria inaitwa H pylori, and then inasaidia mucus secretion kutolewa kama kamazi, at least ndio ikave tumbo vizuri, mtu asipate hiyo shida ya ulcers. Hizo ndio tunaita H pylori kits. Naona nikaa nakaribia kumalizia. Kuna chakula ndasoma some few foods mtu anastahili kukula wakati maybe ako na ulcers, na zile zenye mtu astahili kukula wakati ako na ulcers. Cabbage ni mzuri, but generally naweza sema kama uko na ulcers na ushatumia chakula fulani ukasikia ili kuleta comfort kwa tumbo yako, jua hiyo chakula lazima utaachana tu nayo. So kuna chakula kama cabbage iko sawa, kuna carrot ziko sawa, some greens kama spinach iko sawa, kale iko sawa, some drinks kama yogurt. Yogurt ni mzuri, inaleta probiotics kwa tumbo. Asali iko sawa, garlic iko sawa, banana, mandizi iko sawa, and then hii pilipili hoho yenye iko red iko sawa. And then kuna zile zenye ni mbovu zaidi, ni mbaya zaidi, zenye the moment zimezikula zinaamsha hizo mashida zako za ulcers. Moja ni coffee. Coffee iko mbaya. Chocolate is the worst. Spicy food ni zile kama kutumia hizi Royco, and food yenye imewekwa spices. I mean spices ni kama zile vitu za kupika. For example, wanapika pilau, wanaweka a lot of spices ndani. So hizo spices they are very dangerous kwa mtu mwenye ako na H pylori, hizo ulcers. Alcohol si mzuri. Fruits kama citrus, hiyo lemon ni mbaya, tomato iko mbaya. And then maziwa nayo sometimes daktari anakuambia ukunywe maziwa, but ni utafiti umefanywa, maziwa nayo si mzuri kwa mtu mwenye ako na ulcers. Even chips nimesema ni mbaya juu inaweka tomato paste. And then acha nimalizie ya mwisho ni hizi drinks, carbonated drinks, hizi masoda, any kind of soda you can think of, ni mbovu sana kwa mtu mwenye ako na ulcers.
Daktari, uko na sisi? Daktari upo? Daktari unatupata? Okay. Daktari uko ndani ya nyumba? Kenya ni politics, karibu sana. Nilikuwa shapatina nikikule. Sijui kama daktari unanipata. Ni padhi ya kusungumzia katika afya ya tumbo. Okay, tatizo la tumbo. Kuna padhi ya watu ambao wanakuwa na shida pale kwa tumbo, ukikula chakula fulani unasikia kwamba haujifeel. Anazungumza shida ya tumbo kwamba ulcers, hyperuric ulcers amesema. Mimi si doctor fadhali, I'm not a medic. Ninajaribu bali na wasi. Daktari, naomba kwanza kurejea hapa. Kuna kama uko na swali, pia get ready kwa sababu daktari anaelekea kumaliza. Get ready, daktari anaelekea kumaliza. Okay? JK na kuona daktari akikuja na kupatia nafasi. So watu wako ready kuuliza maswali, daktari akirejea ana summary ya malizie, tumuulize maswali mawili matatu kuhusu na hiyo tatizo ama afya yetu. Kama kuna swali lolote lile utakuwa tunauliza kule. So daktari tafadhali akirejea hapa ni kusummary kitu cha mwisho alikuwa anazungumzia, kisha baadaye akina JK akina Kevo Sinda akina Venus Mani watu waanze kuuliza maswali. Ila tuache niwapatie link hapa, mwendelee kupanga line. Lakini msifungie daktari nje. Msimfungie nje. Okay. Kenyan politics. You are a medic. Tafadhali, don't fear to come here and share with us. Njoo uweze kueducate jamii watu jinsi ya kuishi. Okay. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Hiyo ni kuzingatia swala la afya. Afya ni kitu muhimu sana, especially tumbo ni kitu iko sensitive sana. Okay? Tumbo ni kitu iko sensitive sana. Myongi to untigerenda yobo kuma. Sasa okay, ukizingatia kwa mwanzo mambo na how you're supposed to eat. Mambo na digestive system, the way you are supposed to eat, kukula pale the process yote. Yaani nafaa tu mtu ukule. Ukikula chakula vibaya pale mdomoni, ukikula pia kutafuna chakula inastahili kutafunwa, inaweza leta tatizo pale ndani ya tumbo yako. So daktari na tunamtegeza kurejea papa, ni kama network imemtoa. So I'm waiting for him to come back, a summarize, kisha baadaye tuulize maswali. Alikuwa anamalizia. So if you have any question, feel at home to ask your question. Kuuliza daktari akaweza kukujibu kuhusiana na ile tatizo uko na ama shida uko nayo ya tumbo. So daktari kuna sisi ni network imemtoa. Daktari ni network imemtoa. Alikuwa anaendelea kusummarize kule kuhusiana na tatizo. Hyperuric ulcers. Kuna pati ya nimekuja kuondoa kuna pati ya vyakula ambavyo sistahili kukula kama kuna hiyo shida. So daktari utakuja tu tuwaelezee, kisha tuambie how let somebody know kwamba kuna hiyo tatizo. Unajua kuna watu wengine pale hajaamua kwenda hospitali. Akikula chakula fulani anafeel design fulani lakini hajaenda hospitali aweze kuthibitisha kwamba ni ulcers. Okay? So daktari, we are waiting for you here. Mimi wali kuna mtu amepanga hapa line. Ako hapa. Unamwona huyu ni nani? Na amefunga microphone. Amepanga line. Hope ako na maswali. Okay. Tuna hope kwamba network inasumbuanga daktari sometimes. Network inamsumbuanga sometimes. Finest man. Finest man. Finest man. Yes. Habari. Salama. Nikuipia kwa nafasi kidogo kwa sababu daktari ametoka kidogo anarejea hapa. Kama network imeweka tatizo. Mimi kitu ya nilikuwa nataka nimuulizie. Alisema mambo na kukula chakula, vyakula. Na mimi kuna wala mbao wadi tunapenda kukula sana. Is it light? Nikule kama saizi nimekula kwa asubuhi saa 12. Tena nikienda kwa Nyamoita saa 12:30
nyoreli utinge lino maravuoni. Is it light nikule au wrong, like nastahili kupea time hii chakula yenye nimekula at least ndio ifanye kazi ziende kama nini. Na kitu ya pili hapo kwa vyakula bado alisema kuna those kind of chakula ambayo maybe kuna acidic like kama malawe. Sasa like alielezea vile like maybe vile inakosi ugonjwa. Sasa na mimi ningemuulizia uroire mbora tuoboete kama sisi wa Kisii ambao tunasema nduali yanda inakujanga aje? Okay. Shikilia hapo daktari, akona sisi hapa, nitakuleta baadaye. Shikilia hapo tu honest man. Pia nimekipa JK, daktari akona sisi hapa. Daktari, tuendelee. Okay, nilikuwa nimemaliza. Sasa ilikuwa ni zamu ya maswali. Okay. Na clarification, mwenye anataka aelezewe ataelezewa. Okay. Kina JK sasa mko na maswali kuja hapa. Finest man yako hapa ndio wa kwanza kuuliza swali. Finest man naenda kukuleta the next minute. JK anasema kwamba I think daktari want to sleep because he said he is almost done. Hapana, akona sisi hapa. Kuja na swali lako JK. You said I have a quiz kwa daktari. Kuja hapa. Kuna mtu anaitwa Boka anauliza daktari, eleza effects za omeprazole. Kama unaona hii ujumbe unaona hapa. JK nakuona. Okay, hiyo ni omeprazole. Omeprazole vile niliwaambia ni ina inhibit production of HCl, excess HCl. Hiyo ni dawa inaitwa omeprazole. Na ndio inatumika haraka sana. Mtu akisikia kuna acid ama kuna ulcers, the first medication mtu anakimbilia kwa duka, sasa imekuwa ni over counter drug, ni omeprazole. So omeprazole kazi yake tu ni lower the acidity by inhibiting, okay, ni scientific name but inaitwa the proton ion pump in the stomach. Hii ndio inaleta acid mingi inatolewa, but kazi yake ni inhibit hiyo acid mingi isitolewe. So omeprazole ni dawa inatumika sana, but sasa hivi watu misuse. Okay. So mtu achukui dose, mtu anachukua tu capsule kamoja, wanasema iko na kitu kama mchele ndani. Mtu anachukua capsule kamoja, akishasikia hiyo acid imeisha, inflammation ama kuumwa kwa tumbo imetulia, ama kuchomeka kwa tumbo imetulia, na achana na yako kadawa. Then he waits for another episode ya kuchomeka, then he runs again the shop and does the same thing. Yeah. Nadhani nimemuelezea. Okay, thank you very much. So niko na honest man yako hapa, JK yako hapa, niko na Lady B ako hapa. So naomba mniruhusu. Lady B, umeenda wapi? So mniruhusu naleta one by one. Maswali mawili. Kama ni moja. So naleta honest man yako mbizo maswali yake mawili aweze kuweka kila daktari sasa ndiye amesha kuja aulize maswali yake. JK nakuwa na pale, nikimalizana na huyu nakuja kwa JK, nikuja kwa Lady B. Okay? Honest man, uliza daktari hapa swali lako la kwanza. Daktari, swali langu la kwanza ni like ulisema mambo na kukura chakula. Yeah. Sometimes usapapiza kuleta hiyo magonjwa ya tumbo. Yeah. So kuna sisi kama Wakisii tunapenda sana kukula. Yeah. Na unapata maybe nimeenda kwa my brother hapo Kunkurukutu, nimepata asubuhi anakula hizo sweet potato na uchi. Yeah. Amenipea, nimekunywa. Yeah. Tena maybe nimeenda kwingine maybe hata saa 2 tena hapo. Maybe less 1 hour, let me say. Yeah. Tuko na ile tamaa ya kusema hapana. You know, unapata unakula. Sasa una accumulate like although utashipa ni kadoka kalikuwa kwa kina Kunkurukutu, sasa tena kuna ingine tena umepata kwingine sasa ukule. Does it affect maybe kwa kuleta hizo magonjwa? Na how long are we supposed to maybe to take wakati umekula chakula ya maybe ya kwanza? Okay, eating is not bad,
but tuko na 3 cycles za kukula in a day: asubuhi, lunch na jioni. This one in allow for proper digestion to take place. So kula even eating too much is bad. Hata kukula mingi sana, for example unapata mtu ashakula, amekula like sahi, in the next 3 minutes amekimbia kwa kitanda. Hii ita encourage, italeta issues kwa tumbo. Ita encourage mtu hata aanze kuwa na heartburn, apate incomplete digestion. Ukikula sana, give time to your stomach, digest what has been eaten. Na niliwaambia digestion takes time for 3 to 4 hours, but ndio sasa absorption and everything take place ina take between 24 hours to 72 hours, but digestion takes time after 3 to 4 hours. So eating the whole day sometimes si mzuri to the, maybe unaweza anza kupata issues kama cardiovascular diseases juu you are eating, unaweka ni kama upe tingatinga mahindi mingi siage. What happens at the end? It may not even work. So na mwili yako it needs time. Unakula healthy food and give time for the body to digest chenye kimekula. Otherwise uki overload kuna side effect. Because tulipewa nafasi, wacha niulizie swali la pili nitoka nipeane wengine waulizie. Kuna hii time sasa unapata mtu ulisema mpaka ukanistua like nisikunywe maji tumbo yangu ikiwa empty. Exactly. Na sometimes maybe kama nyinyi daktari mnasema ni poa kukunywa maji asubuhi, maybe kama glass moja ama mbili, maybe the way you advise, Sasa like imagine nisikunywe, because sometimes I get myself like wakati nakunywa maji ama wakati nimekaa sana muda, like let me say like 3 to 4 hours, nasikia kama ni tumbo inaniuma, like kuna kitu nazunguka kama ball ambayo iko ndani. After umekunywa maji? Yeah, wakati nimekunywa maji, maybe wakati nimekaa sana like kutokula, let me say like maybe nilikuwa away. So mi nikikuja na hilo nini na hiyo tasti na kunywa maji, but nasikia kama ni kitu ingine inazunguka kwa tumbo yangu kama mpira. What is the effect? Again, sasa hapa sasa unapata like kuna ile gas ambayo maybe inatokea kwa mapua ama kwa mdomo. And what is the problem as well? Acha nikukosoe kidogo. Kwa maji nilisema kama hauna ulcers, kunywa maji 30 minutes before food ama 30 minutes after food. So lakini kwa mtu mwenye akona ulcers asidhubutu kunywa maji on an empty stomach. So hiyo inaamsha hizo ulcers. And then umesema unakaa for long ukikunywa maji, for example kuna njaa, ukikunywa maji unasikia ni kama kitu inazunguka ndani ya tumbo. Kumbuka hapo hujakula hiyo time yote. Kumbuka mwili kuna kitu tunaita serotonin. Mwili yako iko na sense, inajua ikifika lunch huyu mtu anaenda kukula. So kuna acid inatolewa, kuna hormones zinatolewa, hata unaanza kusalivate, unaona? So the moment umeruka chakula moja, hizo acid zinatolewa kwa tumbo, zinapata hakuna chakula. So the moment hii acid ishatolewa, inaanza kureact with the stomach walls, hizo walls za ukuta za tumbo. In the process inaanza kuua kitu tunaita epithelial cells. Kuna cells ziko kwa tumbo ndio zinatoa hiyo makamazi. So imagine acid ishatolewa, imeanza kureact na makamazi. Sasa hii acid inaanza hata kudestroy ukuta za tumbo.
So ndio maana ukikunywa maji unaanza kusikia tumbo iko, yani hakuna prevention, hakuna ukuta strong. Ndio maana unasikia tumbo iko na nikaa kitu inazunguka ndani ya tumbo. Jua you are committing a suicide ya ulcers yenye hata haitaipona. Unapea nafasi hii bakteria inaitwa H. pylori, Helicobacter pylori. Thank you actually. Sasa malizia kwa hao watu wenye tunakunywa maji in between tukiendelea kukula. Okay, hapo. And that is hiyo ni tabia mbaya. Mtu unastahili kunywa maji vile nimesema. The moment umekunywa maji katikati ya process ya kukula, enzymes ni kidogo sana zenye zinaproduziwa zidigest chakula. So unapata like kuna carbohydrates ziko ndani ya chakula, kuna minerals ziko ndani ya chakula, kuna vitamins ziko ndani ya chakula. So ukiongeza maji kutoka juu, umejaza tumbo and then umeharibu digestion. Hizo enzymes zenye imetolewa sasa haziwezi digest hiyo chakula yenye iko ndani ya tumbo, ziko tu juu ya maji, they cannot even digest hiyo chakula yenye iko ndani ya tumbo. So in the process ni kama sasa uchakula kitu, your body is not going to gain anything. Na imagine much of the digestion that take place in the stomach na kuna inaendelea kwa the small intestine. But unapata sasa wewe ushakunywa maji, hii maji imekuja imeharibu the digestive process yote kwa mwili. So at the end you don't gain anything. Chenye una gain ni erode the enzymes zenye ziko responsible for digestion of your food. So ni vibaya kunywa maji ukikula. Kunywa maji before 30 minutes to ama after ushakula. 30 minutes after ushakula. Pengine nimekujibu. Okay, asante sana Finest Man. Tuingie kwake JK. Naomi anasema sinaona wazungu wanakunywa maji wakikula, so hivyo ni mbaya. Naomi kaki. Daktari amesema hivyo ni mbaya. JK. Yes. Zungumza na daktari hapo. Daktari mbaya. Mzuri sana. Yes, I have a question. Ulizia. Kuna watu wanakuanga na gas. Yeah. Like, okay. Ni nini inasababisha hiyo? Because wanasema kuna maziwa itaweza sababisha kitu kama hiyo and they change you to another milk, but still kuna hiyo gas. Like, what's the cause? Hiyo ni ulcer ama something else? Like you kunya siko benchagara, like unatoa gas tu. I don't know. Uko benchagara? No, siko. I don't know how I can call it. But it's a gas. Like, Uko benchagara igora kuigwa macha gusamba? But not that you gusamba, like I don't know. Okay. Acha nikujibu. Unaona hizo shida zote. Na vile nilianza kusema kuna bakteria tu moja ina survive kwa tumbo wakati umeharibu the normal mucous membrane kwa tumbo. So ndio maana unapata mtu akishakula kitu kidogo tumbo inajaa. Meaning that kulikuwa na acid ilikuwa inakuwa produced mingi. And then inakuja ina react na hizi na stomach walls. In the process gas inatolewa. Kama mnakumbuka ile reaction yenye tulikuwa tunasema ukiongeza HCl, hiyo acid yenye kwa tumbo inaitwa HCl. Ukiongeza HCl with sodium bicarbonate inakupa nini? At the end there is a gas. Si ni ukweli? Kuna salt and then kuna gas inatolewa at the end of the reaction. So hiyo ndio reactions zina take place kwa tumbo. So ndio wewe sasa minimize gas kwa tumbo, lazima ukunywe a salt kama sodium bicarbonate. Hizo ndio zinaitwa antiacid kama Actol ama Ino. So hii gas nimewambia inatolewa kwa tumbo simply because
nimewambia chakula maybe inaweza consist of minerals, ions. Sasa in the process hizi vitu zinaanza kureact na hiyo acid HCl yenye inakuwa produced kwa tumbo. Ndio maana unasikia mtu mimi nasikia tu tumbo yangu imejaa, nikikula kitu kidogo nasikia tumbo imefura kwa mwili. Meaning hiyo kuna gas inatolewa at the end of the reaction. Nadhani nimekujibu. And what about when you eat, you don't go to wendi kwa choo sawa, you have to take some laxatives, those which make your tummy to go to bathroom. What's the cost to? Like unakula unasikia kwenda choo but you cannot go, lazima ukunywe kama ni hizi prune juice to make you go. Okay, hiyo ni constipation. Kuna chakula sometimes inaleta constipation. I don't know ni chakula gani unakula inakufanya hivyo. No, even if you eat something small, it does not mean that umekula ile chakula, maybe, you know, like you have to eat one. Is it like ni machine ya tumbo, they don't work well, or there's something wrong? Because you have to take those prune juice, those things which make you to go to bathroom. Okay, hizo ni laxatives. Laxative kama moja ni glycerin ama lactulose. Wewe uko na constipation na hizo zenye nimeongea kama glycerin, lactulose, hizo ndio zinatumika sana kuzuia hiyo condition ya constipate. So constipation inaletwa sana kwa watu wenye wako na peptic ulcers. PUD tunaoita PUD, peptic ulcers disease, PUD. Au sana ndio unapata mtu anatumia antacids, mtu anatumia omeprazole. Unaweza gundua, acha nimalize, unaweza pata uko na stage ya ulcers ina grow pole but wewe hujagundua. So the first effect ni unaenda constipation. Wewe kila saa una constipate. So hujaigundua, but a time comes wakati itafika climax, sasa ndio utaanza kusikia unachomeka kwa tumbo ama unachomeka hapa karibu na chest. So nimesema watu wenye natumia hizo antacid kama Actol, kama Arelsa, hizi za kukunywa za maji, and then ya mwisho ni hizi omeprazole na hizi kiti za H pylori, sana hao watu wako na constipation, waendi choo vizuri. And then wanawake wenye wako wajawazito pia wanakumbwa sana na shida ya constipate. Nadhani nimekujibu ama bado? Clear, because no, like huyu mtu atumiangi hizo dawa, but like atumi na akienda hospital for check up, they just tell him his health is okay, so he don't have that kind of ulcers, but still he has that process, like tumbo yake is just constipated every time. And the other thing, maziwa itaweza changia kuwa na gas. Like, does it make you to have that gas? Maziwa ya chai. Sijakuelewa. Nasema kama maziwa inaweza changia ukuwe na gas, like, you know, hii maziwa tunapika nayo chai itaweza kufanya ukuwe na gas if you drink, or is something else, because some people say kwa hiyo kuna maziwa inaitwa they say ataina gas, but if this person continue taking that, still akona hiyo gas. So maziwa inasaidia ama is just people say? Na kwa hiyo maziwa anaikunywa plain ama anaongeza coffee ama tea leaves? No, you just drink it plain, or maybe use the tea leaves. Na bado anakuwa na gas? Yeah, still the gas is there, even if you use that milk or not, it's there. But somebody, if you use this lactose milk, huwezi kuwa na gas, but still that gas is there. So my question is, maziwa inasaidia ama is total uachane na hiyo maziwa, like you don't drink milk at all? Okay, zamani doctors were recommending mtu akiwa na ulcers achukue maziwa, but
later ilikuwa discovered that milk initiate the process ya nini, inafanya hiyo bacteria ina grow, ya H pylori ina grow. So maziwa sometimes is not nice, is not good kwa mtu mwenye ako na peptic ulcers. And what about that? We don't have that peptic ulcers. Hauna but just take me. Okay. Hauna but unakunywa hiyo maziwa, hauna hizo ulcers but still is there. Does it mean maybe those are the signs of having ulcers, or hizo ni signs? Na acha ni make it clear, kuna different categories za chakula. Maybe kuna mtu unapata yeye anakula chocolate vizuri, ako na ulcers but haimfanyii kitu. Na kuna mtu mwingine yeye the moment ameweka tu hiyo chocolate kwa mdomo hivi, shida zinaanza, anaanza kuumwa na tumbo. So kuna kind of food unapata wewe kwako iko sawa, though uko na ulcers iko sawa, unaikula tu vizuri, but kuna wenye akikula ndio shida zinaanza. So take care of the kind of food unakula, ujue hii ni mzuri, ukikula utakuwa comfortable, na hiyo ukikula hauna comfort. Hiyo ndio naweza kuambia. But hizo chakula zenye nilikuwa nimelist zote, maziwa was among the first cause ya ulcers. What about yeah? Chapati, ukikula chapati nayo inachangia na hizo acid ama? Chapati nayo inachangia. Okay. Chapati inachangia, yeah. Okay. Thank you. Thank you too. Okay, bye. Thank you very much, JK. Naona pale kuna maswali pale kwa comment kama maswali matatu kwake Nyamoita, Vibesky Delete Rico, na tuko na swali kutoka kwake Kwambo. Okay, tutakuja baadaye. So what niite ready B, kisha nikaita ready P kwa sababu kwa hapo, na before skini aulize ndio maswali ya comment. So ready B, karibu sana. Sasa. Mzuri. Okay, nilikuwa nataka kujibu huyo JK mwenye ametoka kwa studio before tuendelee. Huyo mtu mwenye anaongelea kama hana ulcer, this away aliharibu tumbo yake mapema, maybe wakati alikuwa anakula alikuwa anakunywa maji ya kila. So at the moment the enzymes that are supposed to digest food ziko weak. Na ukishaharibu hivyo, more especially ukikula proteins, una feel like you are uncomfortable, kuna gas kwa tumbo levels. Ama alikuwa anatumia constipation pills sana, yenye ikafanya digestion yake ikarudi chini, so lazima atumie tena ndo aendelee kunini. Yeah, mi kitu nikuja niambie daktari, nilikuwa nataka aongelee side effects of the antacids kama omeprazole and all those. It's good to tell them the side effects, and maybe as to me niwaambie tu like just eat safe. Ukiwa na ulcers, just eat safe, sababu hizo antacids ziko na side effects zake. Yeah, hiyo ndo inileta. Anyway, have a nice time. Thank you. Thank you. Naweza sema na vile nimeiongea, antacids vile Lady B amesema ziko na constipation. They are number one cause of constipation. So na ya pili nimeongelea juu ya constipation, na ya pili ni Yes, daktari. They cause kidney failure. A prolonged use of antacids causes kidney failure. Hiyo Lady B amesema iko sawa. Kuna kidney failure, but after a long time. After a long time ndio zinaleta hiyo. Yeah, more especially ule mtu mwenye anasikia tu ulcer, like akona ulcer, anajua akona ulcer but akisikia tu tumbo imemuuma
anarudi hapo. It's so easy for that person kupata kidney failure, so they must watch that. And then ya mwisho ni ile niliwaambia njua kazi ya hizi vitu ni kuneutralize. So unapata the normal flora ya tumbo inaharibika. So the moment usipotumia hizi antacid hauna comfort. So hauna balance ya tumbo. So zinaharibu the normal balance ya joints na hizo ma epithelial cells za tumbo with time. Alright. Swali pale kwa watu. Asante sana Lady B, nashukuru sana. Next ndaleta hapa the skin. Watu kwanza tuulize swali hapa ndio tuingie kwa the skin kama hakuna swali. Wambuhu wanauliza daktari, na tumbo ikiwa imejaa gazi, shida ni nini? Hiyo nadhani tumeiongelelea. Hiyo hata nimewaambia juu ya hiyo equation, nimewaambia ukiongeza acid HCl pamoja na maybe a metal, I mean an ion, tuseme an ion, the end result ni kutakuwa na gas at the end of the reaction. So that is what happens in the stomach. There is a lot of HCl is being produced. Inaanza kureact na stomach walls. In the process gas inatolewa. Ndio maana unapata mtu akona gas kwa tumbo. Okay, kuna swali lingine hapo kwake Dirite Rico. Daktari, tumbo yangu ikivura, I can take pombe changanya kiasi ndio itoke ile acid kwa tumbo. Juu nikiwa hivyo nikichukua grass na kunywa poa. So I don't know kama ni swali lilikuwa nauliza, would you recommend mtu akiwa na hiyo shida ya kunywa pombe? No, nilisema alcohol is the worst. Alcohol ni mbaya sana kwa mtu mwenye ako na ulcers. Hiyo inaweza kuchoma vibaya sana. So I don't recommend alcohol kwa mtu mwenye ako na peptic ulcers, PUD. Yeah, ndio nimepata asiki kama pombe inasaidia kuondoa hiyo acid. Okay. Anaitwa Nyamuita, does H. pylori come back again after you finish the treatment kit? Okay, hii bacteria ni very stubborn sana. Kuna mtu anaweza maliza H. pylori kit akae like 3 to 4 months bado the same shida ikuje. Same ulcers zirudi tena. So you are not guaranteed that ukimaliza kit ya H. pylori utapona. Kuna wenye zinarika. So the best way ni kufanyiwa surgery, but not all watu wanaweza kubali wafanyiwe surgery. Kuna system imekuja whereby some rays zinawekwa kwenda kwa tumbo, then zinaua hiyo bacteria. Kind of ni rays, kind of x-rays zinawekwa kwenda kwa radiation rays zinawekwa kwenda kwa tumbo, and then zinaua hiyo bacteria, but not haijakuwa confirmed vizuri sana, but you are not guaranteed ukimaliza ukitech pylori utapona. Lakini itajaribu inapunguza hiyo makali ya hiyo bacteria, ndio at least upate time ya kupona. Nadhani nimemjibu. Thank you very much. Naona Kwambo pale, Kwamboka karibu sana. Okay, Kwambo, I see you. Wanasema kwa maziwa inakuwa na acid. Sasa nasema maziwa isitumia. Daniel Moraria anauliza, kuna dawa ya appetite, please help me. Appetite kunazo. Mwambie achukue kalamu andike. So Daniel Moraria, dawa ya appetite ndio hiyo sasa unapewa na mtu yeyote akona shida ya appetite. Unakosa appetite ya kukula, chukua kalamu, chukua karatasi, unaenda kupatiwa hiyo sasa. Anza kuandika chini. Yes, twende mpe. Home remedy ya appetite ni moja. Mnajua hii dawa inaitwa ginger.
Ginger ni mzuri sana kwa appetite. A very nice thing kwa appetite. Hiyo ndio home remedy ya kwanza. Though ni kali but ukikunywa unaweza pata appetite mzuri. Sasa tuende kwa medication. Ya kwanza ni Cipro. There's a spell CY, not CR, CYPRO. Cipro B+. Hiyo ndio dawa ya kwanza. Iko na cyproheptadine. Inaitwa Cipro CYPRO B baba plus. Waandike tu plus China. Usiweke ile sign ya plus. Inaitwa Cipro B+. Hiyo iko sawa, ni tembe. Hiyo ni ya tembe, na kuna ya maji nayo inaitwa Cipro P+. Ya pili ni Uniactin. Hiyo ndio dawa ya pili. Dawa ya tatu ni Becoactin. Hiyo pia ni dawa ya appetite, ni appetite stimulant. Ya nne, na nitamalizia kwa hapo kwa dawa za appetite, nyingine inaitwa Neogadin. Ndio the best sana na recommend kwa appetite stimulant. Neogadin ni NEOGADINE. Neogadin. NEOGADINE. Neogadin is a very best appetite stimulant. Nadhani nimemalizia hapo. Ama ukipata multivitamin, kuna ingine inaitwa Superpower. Hata hiyo ni multivitamin mzuri. Superpower ni appetite stimulant, pia ni multivitamin mzuri. Pia zinaongeza appetite kwa muda. But appetite njoo hata pombe, kama wewe ni mkunywaji wa pombe, njoo appetite hauna. Pombe inaua appetite. So uangalie nini imefanya appetite yako imepotea. Maybe kama uko na other medical condition, pia nayo inafanya appetite inapotea. Hata stress. Mtu akiwa na stress hata kukula ni ngumu, apata appetite iko chini. So look at the conditions zinakuletea mtu mpaka una lose appetite. Try to manage that condition. Appetite is automatic kwa kila mtu. Alright. Nadhani nimemaliza. Okay. Yes, wale tuko na shida ya kutokula, tafadhali hiyo ndio dawa. Okay, nenda kwake nani? Nimuita anasema alcohol is acidic, hata ndio inaongeza ulcers. Kari jarito eriko, but niliambiwa nikunywe from OC, ni vibaya. Yaani wanasema kutoka hospitali aliambiwa atumie pombe ndio aweze kupunguza ile acid kwa tumbo. Mimi sikubaliani na yeye. I don't know ni daktari mgani huyo. Alcohol is the worst. Alcohol is the worst kwa mtu mwenye ako na ulcers, ako na peptic ulcers. So hiyo siwezi iongelelea. Huyo waende waongelee na daktari wake, mbona alimwambia. Sijai muona mtu ameandikiwa ako na ulcers, ameandikiwa aenda kunywa pombe. Hiyo aenda ongelee na daktari wake. Wambuhu, adi daktari, kutumia madawa kwa muda mrefu inaweza sababisha hiyo gas kwa tumbo? Exact. Kuna dawa niliongelelea. Zinaitwa NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Moja ni diclofenac, ingine ni ibuprofen, ingine ni piroxicam, ingine ni ile meloxicam, ya mwisho ni Indocid. Indomethacin, ndio tunaita Indocid.
hizi ni dawa ambazo zimetumiwa kwa muda mrefu. They are the best painkiller. Hizi vitu vinanyosikia kaluma mara moja, Panadol extra, all these things zinaleta peptic ulcers with time. So these are the best painkillers, but zinaleta peptic ulcers with time. So avoid those things for your information. Kama kichwa kikuuma, enda nunua Panadol ya shilingi. That is the best. But usikimbie kwenda kununua ibuprofen ama diclofenac ama Indocid ama Piroxicam ama Meloxicam. Those are the worst. So ukitumia ya madawa kwa muda mrefu, ina collude na stomach walls. Kuna some drugs ziko na some very strong ions zinaharibu tumbo. Ndio maana unaweza pata mtu hakuwa na ulcers but anaweza kuwa na ulcers. Yeah. Okay. Thank you very much. Riskini sijakuwa na hapo, ulikuwa na swali riskini, rudi hapo kwa screen, link niachie kitambo. Anaitwa kwa Mbo, daktari, tuambie mwana watoto wadogo pia huwa na ulcers. Ni rare but unaona sasa hii kuanzia 12 years and above. Napata huyu mtoto ako na ulcers. Hao watu wenye wako na ulcers ni hao wenye unapata wako na some conditions na wanatumia very strong painkillers. So ukipata mtoto anatumia very strong medication ama very strong painkillers ama kuna dawa anatumia, jua huyu mtoto anaharibu tumbo yake, anaharibu makamazi ya tumbo. So ndio maana unapata huyu mtoto kama huyu, kuna watoto unapata, kwa si watoto wote wanazaliwa vizuri. Unapata mtoto kuna certain condition, so lazima tumie certain painkiller ndio manage hiyo condition. Ndio maana unapata as below as 12 years unapata mtoto akona ulcers. But ni rare. Ukipata mtoto normal ni rare kumpata na hii condition ya peptic ulcers. Yeah. Okay. Then nimemjibu. All right, thank you. Swazi Space anasema kwamba na wale tuna appetite wazimu tunapunguza aje? Okay, hiyo ako na underlying condition. Na niliwaambia kukula sana sometimes si vizuri. Okay, there is a condition unapata mtu akona abnormal. For example, unapata mtu akona abnormal growth. That is not normal. Hiyo ni condition. So kuna watu unapata wakona appetite strong. But okay, hiyo swali sita. Okay, it's a condition. Unaweza pata mtu amezaliwa nayo ama ameidevelop kwa the growth system yake akaendelea kukua. So mimi naweza mwambia anastahili limit the amount of food yenye anakula, ndio at least mwili ipate time ya kudigest what has been eaten. Sawa, hapo ndio naweza mjibu mpaka hapo. Nikumbusha, there's a friend of mine, kesho nitamtafuta. There's a friend of mine here ni Kisii town. Anampenda sana. This guy, he can eat ugali mix ya 500. Imagine ugali mix 70. So 500 hiyo yote na pia haizi shipa. Kesho namtafuta. I hope kumpatia 500. Huyo ana encourage constipation. Yeah. Hiyo anataka ataanza kuconstipate, atashangaa. The guy ukimpatia ugali mixi, unampatia na sauce yake juu. Kama ugali umeweka juu na sosa juu. So akikula yote within 10 minutes ashamaliza. Ukimuuliza uko sawa, anasema hapana, hadi me. I don't know what's the problem. Tena kumwangalia. Okay, before tuende daktari, najua kama unataka kupumzika. JK, by the way, is true, pombe kidogo usaidia, sijui usaidia nini. Na Moita anasema kwamba chinja cypropiblus uniacting
acting, uni-acting, beko-acting. Superpower. Hizi ni za kupunguza za kupatiana appetite kwa mtu mwenye akona shida ya appetite, amekosa appetite ama sio? Ndio hizo zenye nilisema. Yes. Hizi ndio kama uko na shida ya appetite, ukipewa food pale haukuli, unakula kidogo. So chukua hizi. Anachukua zote ama kwanza daktari utawaambia. Kwa mtu ataenda pale kwa clinic aseme nipea ginger, nipea Cypro Plus. Zote na meta at once. So how can you hii Cypro Plus uni-acting, beko-acting hakuna G mwisho. Sawa? Na ni kitu moja, sawa? Hii Cypro Plus uni-acting, beko-acting ni kitu moja. Zote ziko na cyproheptadine. But ukiangalia beko-acting ni original. Na hii ingine inaitwa neogadin, not neogabin, neogadin. Neogadin iko hapo kwa B ni D. Hii sasa haina cyproheptadine, but is the best kwa hizi zote. Then hii multivitamin na superpower, but superpower iko na cyproheptadine. Iko na some content ya cyproheptadine. So superpower, beko-acting, uni-acting, Cypro Plus ni kitu moja. Tu chague tu moja yenye unaona iko sawa. Usiende kusema zote. Hiyo ni group tu niliwapatia. Ni majina vile mtu unaweza itwa huyu na huyu ni Moses, huyu ni John, but wote ni binadamu. So hizi zote ni the same. So but there is a unique thing na hizo dawa. Hizi dawa zote zinaongeza weight. Hizi za Cypro Plus, uni-acting, beko-acting na superpower. But ile yenye inaongeza weight sana sana ni ya Cypro Plus. Inaleta wale watu wenye wako underweight. Yaani kuongeza weight niweza niongeza ninone kidogo, niweza niongeza ninone ama uzito yake. Unanona kidogo. Unaongeza kilo. Okay. Yeah. So nadhani wanapata hiyo. Okay, Daniel Moraria, I think you have got that. Na anybody mwenye kuna shida ya appetite. Hiyo ndio madawa zinaweza kunywa upate appetite. Daniel Moraria, thanks doc. I only take tea, pombe hapana. So amesema pombe hatumii. I don't mean hapo kwa ulcers, but kuna some diseases apart from ulcers. Kuna those people wako na mwili mkubwa sana. Yaani anamaanisha hivi, mtu mwenye ni mnono anaweza kunywa pombe ndio akonde? Hapana. Hata kuna watu wanakunywa pombe wananona. Nitakuja kuelezea what is in alcohol that makes watu wana gain weight, especially kwa hizi Guinness, hizi vodka. Hiyo tutaongelelea baadaye. So watu wanono is a genetic makeup ya mtu. Vile mimi ni mkonde, kwetu hakuna mtu mnono. So nafuata ile ukoo, the genetic makeup ya familia yetu, unless sasa we intermarry. So kila mtu akuna genetic makeup. Alright. Unono unakuja na genes, kuna kitu tunaita genes. Yeah. Right. Webskari Jerito Erika asema kwamba daktari, kani mtu mwenye ako na minyoo mingi atakosa appetite? Yeah, sometimes. Hizo ni nematodes. Na kazi ya nematodes zinafanya mtu anahisi njaa. Anahisi tu njaa. Anahisi njaa tu na anakula ovyo ovyo. Naelewa. And then kuna sometimes hizi nematodes zinaweza haribu the appetite ya mtu. So but majority ya hizi nematodes kama minyoo chenye zinafanya ni kufanya mtu ahisi njaa haraka. Kila saa tu anajisikia akikula
anasikia tu ako na empty stomach always. Yes. So hiyo ndio the main zinaleta hiyo condition tunaita aje, ile jina imepotea ningewaambia. Hizo minyoo, that is the main, zinafanyanga mtu anasikia hajashiba. Alright. Nyamoita anasema I was writing mwenye admissed kuandika. Thank you very much at Nyamoita. Yetu Nyamara sema kwamba leo nilichelewa but nitawatch for baadaye. Kevo sinde mpo sisi bado tupo. Okay. Daktari kabla anisida kuruhusu hapa anaona dakika niruhusu hizi dakika 7 ama 6 kionga tu saa 6 kabla nitakuwa nakuachilia. Labda kuna kitu nataka kuuliza hapa. Kuna shida unapata mtu, tunazungumza tatizo la tumbo. Unapata mtu akikula chakula fulani kwa muda kidogo tu hivi, ama unapata tumbo yake inanguruma. Hata yeye mwenyewe anakosa amani mali anaweza kaa kwa watu. Tumbo inanguruma mpaka anaanza kuambia kuna chakula nilikula na nileta stress and ndio tumbo yangu inanguruma. What's the problem and how can we help this situation? Okay, tumbo inaweza nguruma kwa vitu mingi sana. Moja ni hiyo yenye nilikuwa nimesema ya ulcers, ya acid imetolewa. Ni kama network imemtoa. Tulikuwa na daktari papa hapa. I don't know what's the problem. Okay, network yake imeleta shida pale. Network imeleta tatizo, lakini watu wasiende mbali. Daktari akienda tutakuwa tumeanza hapa ndani tupige mshane kidogo. Unajua afya ni kitu muhimu sana. Kuna watu wengine hapa ukikataza usikule nyama na bado hapo ndio umeshikilia hiyo nyama. So daktari naamini kwamba akirejea ni katika hali ya kumalizia. Hizi dakika 5 zimepaki, anamalizia. Okay. So space, daktari akikuja atakujibu hilo, daktari akirejea atajibu. So lakini mjue kwamba daktari tuko naye na dakika 4 peke yake. Kiwango maeneo saa 6 tulikuwa tunamwachilia, lakini sisi wenyewe tutajaa hapa. Tutakuwa tunaachilia link hapo, watu mkuje tuzungumze mambo mawili matatu, okay? Ndani ya Kisi Hot TV. Kama utasubscribe Kisi Hot TV, unaweza fanya hivyo, unaweza subscribe tukaweze kusonga mbele pamoja. Pia kitu kingine kule, ikiwa unataka kusupport, unajua kwamba hapa Kisi Hot lazima tutumie network, internet, lazima ulipe rent, lazima ulipe stima. Tu zingine zimeta tatizo huko. Ukitaka kusupport hapa na Kisi Hot TV, kiangalia hapo chini ya screen kuna nambari inapita hapo ya kaka Sungura, Rogers kaka Sungura. Inaelekea huko motion manager 0702. Wacha nikaiona hapa. Okay. 0702571175. Name Rogers Gichana. Hiyo ni nambari yake director kaka Sungura. If you feel like unajua kwamba tunalemea kwamba sometimes kulipa stima, kulipa internet, kulipa rent ya nyumba, unajua tunaomba sisi tuko hapa tu katikati ya Kisii town. Studio zetu ziko pale. Ukitaka kutembea pale katika M Hospital, ghorofa number 2, utatupata pale Kisi Hot TV kando ya Sayari. Utatupata papo hapo. So daktari naomba aweze kurejea papa hapa. Tumalizie katika hiyo swali la nilikuwa nimeuliza na swali moja lake Swazi Space atujibu hilo swali, tumalizie hapo. Lakini daktari akiondoka sisi tutakuwa papa hapa. Kuna afya kuna vitu zingine unafaa kutumia macho yako, si lazima daktari akwambie. Kuna vitu zingine unafaa kutumia macho yako. Vitu kama zingine hapa ni kuuliza kina Kevo Usinde. Mtu unaambiwa hiyo dawa unameza mara 3 kwa siku. Unameza asubuhi peke yake, siku zingine unaacha. Sometimes una shift nasema sasa hii nafikiri kwamba kuna kabari sifiri kumeza ya dawa. What's the tuongeleshane hapa hivyo tuweze kufunzana. Afya njema, afya ni kitu muhimu sana.
kwa mtu binadamu kama wewe ama mimi. Afya ni kitu ambacho inaweza kufanya waweze kuishi hii miaka ama usiwe na tatizo lolote lile. Kwa mfano leo nimejifunza kitu kama mimi nilikuwa napenda sana nikikula. Kwanza kuna hoteli zetu, ukienda hotelini pale, kama unakula ugali unapata umewekewa maji hapa, wanakuwekea ugali ama food yenyewe unakula na maji kwa pale. So kwa mimi kwa kusema kweli mimi niko na tabia, sijui ni tabia mbaya. Leo nimejifunza kitu hapa daktari. Nikikula unapata ninakunywa na maji pia. Nakula nikimilekea kumaliza pale, unapata nakunywa maji kupala maji pale, pata kikombe cha maji, kisha baadaye tena naendelea kukula. Nikimaliza kukula sasa natulia hapo kidogo na kunywa maji mingi sana ndio naondoka. So nimekuja kuriasi ukikunywa maji katikati ya kama unaendelea katikati ya chakula ukiendelea kukula inaleta tatizo. So watu wakuja daktari kama neto akirejea atutumalizia. Patie link na leta hapo watu wakuja hapo tuambie na mama mwili. Kama pia hampo tutakuwa tu tunafanya nini? Kama bado tutakuwa tunamalizia hapo, tutasema ni siku. Kwa maana naona hapa imepakia dakika moja gonga saa 6 ikuwe tarehe 21. Huu mwezi wa 7 umeenda mbio sana. Yaani mpaka sijui huu mwezi umeenda mbio aje hivi. Sijaamini vile mwezi umeenda mbio. So daktari tukiwa tunamngojea, hiyo link nimepatiana pale watu wakuje. So ukigonga saa 6 dakika 5 10 tu hivi, kama hamna watu hapo tuzungumziane, tuambiane ukweli. Mtuambie wewe kefu usinde Wambuhu, akina Space, akina Nyamuita, akina Muraria, akina Gertrude, akina Vibes Card, Rico, akina Daniel ya, akina JK, Kwambo. Napata watu wengine mko na ufahamu wa vitu fulani hapa. Sio kuja hapa mfunza wa watu. Leo nimejifunza kitu. Kunywa maji katikati ya mili haistahili. Inafaa ni kunywa maji after 30 minutes or before 30 minutes. Ndio kuelekea kwa kukula ama kwa baada ya mankuli. So nimejifunza kitu pale hivi leo. Hizo ndio kitu nimejifunza. Ni kama daktari network imekataa, ningetaweza kutumalizia, tungeweza kukuongeza swali lingine lile lolote. So if you are getting me loud and clear, Kisi Hot TV, if you are new to the house, subscribe pale. Leo Jumatano tumegonga saa 6. Leo saa 6 ya usiku Afrika Mashariki, tarehe 21 mwezi wa 7 2021, tuko midnight hapa Eastern African time, I tell you. And leo tutakuwa na Dani Kiriga ndani ya nyumba. Okay, leo tutakuwa na Dani Kiriga katika mwendo wa saa 3 usiku. Okay. It's like I don't have anybody kiongo mwendo wa saa 6 pale na dakika 5. Daktari najua kwamba alikuwa amechoka pale, ndio alikuwa ametoka kazi, network pia kisumbua, atakuwa anakaa pale. Asiporejea wiki ijayo pia itakuwa ni siku nyingine. Kama kuna tatizo na kuna shida ile, next week tutazungumzia. Pia daktari nilikuwa naomba wiki ijayo tuweze kuzungumzia. Kuna watu wako wanasema kwamba nataka nijue jinsi gani nikitaka mtoto msichana anaweza time maji ndio nipate mtoto msichana. Wengine kwa nasema kwamba nataka mtoto kijana. Daktari nitafanya vipi ndio nipate mtoto huyo ambaye ni kijana. So wiki ijayo nikienda nyuma ya tent nikitapatana na daktari pale. Sijui kama daktari unanipata urejea hapo, niambie kama niandikie pale katika team comment. Leo nipatiane namba yako ya simu hapo kwa screen ama vipi? Ama watu wanakusumbuanga sana. Leo janiruhusu nipatiane namba yako ya simu. Kama unanipata niambie tafadhali, niweze kuachilia namba yako hapo kwa screen, watu wengi waweze kusaidika. Sawa. Okay, alright. Wambuhu unikumbuke kwa maombi sana Kevo Sinde kwa Kenya ni wagumu sana. Kevo Sinde hiyo poa.
Wambuhu Keva at iko poa tu ng'ang'ana. Nashukuru sana Keva, usiona pale team comment. Watu wameng'ang'ana pale katika team comment. Ndio kwamba tumejifunza mambo mawili matatu hivi leo kutokana kwake daktari Dr. Begi ambaye anapatikana sehemu za Nairobi. Kisha ngetuambia kwamba katika maeneo mengine pale nchini Kenya wanapatikana wapi na wanaweza patikana vipi katika ushauri ama katika treatment. Okay? So daktari ngetuambia kliniki yake iweze kukumbusha watu, lakini kama network ishamuondoa pale. So hapa hizi dakika nipoki nazo mbili za kuweza kungoja mtu yote pale aweze kuingia hapa aseme kama amejifunza nini ama yeye anajua nini ni lipi lingine lile ambalo unafahamu wewe kama mtu umeshajifunza. Ndio nimekuja kuona kwamba kuna baadhi ya watu pale kuna baadhi ya watu ambao pale wamekuwa nini, kuna baadhi ya watu pale wamekuwa ni madok Okay. All right. Patrick anasema vipi? Okay. Patrick anasema kwamba I gonna miss this topic guys. Niko class sahi. Oh, uko class. Oh, okay. Thank you very much Patrick Mushiri. We wish you the best. Ako darasani sahi. Mtu watu hapo watu wengine tunauliza sasa inakuwaje wewe Patrick Mushiri sahi uko darasani bwana? Uko darasa lipi? Sisi ya sahi tunaelekea kulala ni midnight. Hao kama wewe Patrick wewe sasa uko darasani. Yako darasani anasoma. Okay. Anaitwa Wambuhu Patrick Mushiri Wambuhu, kwani uko muziki ama hapana? Hapa tulikuwa masomo. Tulikuwa tunakula masomo kidogo. Okay. Anaitwa Wambuhu anasema kwamba Patrick niko chonjo. Thank you very much. Kepo Sinde anataka masomo mengi. Thank you very much. So guys, I appreciate for joining at Kisi Hot TV. If you have not subscribed to Kisi Hot TV, na kukaribisha subscribe pale. Pia if you feel like to support us in any way, because unajua kama unajua hakuna vile tunaweza kukosa hapa next time, tukukosa hapa kuingia kwa mtandao, tumekukosa waanze kuuliza mbona kina Dani mlienda wapi, Kurutu mlienda wapi, Kisi Hot TV mlienda wapi, because unajua kama sometimes nini inakuanga shida sana kulipa rent, kugharamia stima, kugharamia na and whatever all the things whatever internet, unaona. Pia hii stream ambayo tunatumia pia nayo inahitaji pesa kulipia ndio tuweze kuingia one on one. So you see like vitu gharama ni mingi sana, but if you feel like kutuma ka kitu pale haujaforce hata shilingi moja, hiyo ni pesa. Okay, nambari ya simu iko pale 0702 5 watt what's ndio nambari ya simu. Nambari ni 0707 02571175. Nambari yake ni Rotas Gichana direct Kakasungura. It will be very well. Anaitwa Patrick Mushiri nasema kwamba I feel bad I can't listen this. I wish they repeat those programs. Oh Patrick, if you want to get this program again, iko papa hapa. Tukimaliza hapa utaipitia baadaye. Ukitoka darasani ukikaa pale ndani ya nyumba, so utaipitia baadaye, samahani, utapitia baadaye hiyo topic, utaweza kuipitia baadaye. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaweza kuzungumzia pale. Kila Tuesday tupatana na Dr. Begi tuweze kutushauri katika jinsi ya afya yetu. Sawa sawa. So kitu chochote tunafanyanga hapa. If you want to repeat it, iko pale. Ukiingia pale YouTube Kisi Hot TV, enda pale videos. Ukienda pale videos, angalia zenye zimefanywa pale, topic ziko, titles ziko pale. So pitia zile title, chagua unaweza pitia. Sawa sawa. So anaitwa nani? Wambuhu Patrick ni vile daktari ametuacha kwa giza haki. Ni kama network pia amechoka sababu alikuwa ametoka kazini akaingia hapa live and direct. Okay? Ninashukuru sana watu wangu, ninashukuru sana kwa kuweza kuwa ndani ya nyumba, tumechadili mawili matatu. So ila ninaomba tafadhali kama wewe unaweza kusubscribe pale Kisi Hot TV, subscribe pia mimi kwa channel yake yangu. Watu wanaotapitia channel yangu waweze kusubscribe, okay? Watu nimepatia yangu pia pale mtaenda msubscribe kule. Sawa sawa.
Thank you. Patrick Mshiri anasema kwamba okay. Kwani amefreeze ama ano? Patrick, daktari alikuwa ametoka kazini mwendo wa saa 4 tukaingia naye hapa. Alikuwa ametuambia kwamba alikuwa na muda kidogo sana wa kuweza kukua na sisi hapa, lakini tu ni kwa sababu ya daktari aliweza kufanya nini? Ni sababu ya nini? Niseme vipi? Ni sababu daktari amechoka, ni kama network pia ilikuwa inasumbua. So ametujibu maswali alikuwa tutamalizia. So wiki ijayo siku ya Tuesday tutakuwa tena na daktari hapa. Tutakuwa sasa tunazingatia jinsi gani mtu unaweza time wale ambao umeshaoleka, mshaoa. Maybe unataka mtoto kijana, maybe unataka mtoto mvulana. So unaweza tuambia kuna uwezekano wa kuweza kufanya timing. Kuna uwezekano wa kuweza kujipanga vizuri upate mtoto msichana mwenye unataka. So daktari atakuwa anatueleza pale hiyo siku ya Jumanne wiki ijayo na baadhi ya vitu zingine. So kama kuna tatizo la afya pale tuko na daktari, tuko na watu wengi pale kina Kenya Portrix ako pale. Kuna watu wengine umsomari sijui aliendanga wapi. So baadhi ya madaktari ambao wale manasa ama medic ambao wanakuwa pamoja na sisi, we welcome you all guys. Tuweze kushare pamoja na sisi, educate our society, tuweze kujifunzana jamii yetu, tuweze kuelewa hizi mambo. Unajua countries zingine zinaendelea kwa sababu watu wako na ufahamu fulani ambao umefunzwa na madaktari na medic pale, mpatiwa ushauri waambia kwamba ukikula na ukikunywa maji hiyo ni kitu mbaya sana, sometimes inaweza kuleta tatizo fulani. So unaona mtu atakuwa anajua kwamba daktari kwa amekataa kwamba nikikula na nikikunywa maji at the same time it will bring a problem to me. So what is supposed to be done? You're supposed to drink water 30 minutes before and after you eat. Hiyo kitu mimi nimejifunza hivi leo, kitu cha muhimu sana. Pia nimekuja kundua kwamba tuko na nini? Tuko na dawa. We have tuko na dawa ya appetite. If you don't have appetite, you lack appetite of eating, ukipata chakula ufiri kukula umekosa appetite. So nimekuja kugundua kuna dawa ambazo unafaa kukunywa ndio unapata appetite ya kukula. Okay? Again I came to realize like kuna dawa ambazo unaweza kunywa pia hizo za kupatia appetite pia uanze kunona, so ama unaongeza weight. Hizo ni baadhi ya vitu ambazo tumejifunza leo. Patrick mshasema kwamba tuma hiyo link ya Egesa please. Ukiandika jina Egesa 047, make sure umeandika Egesa 047 TV, you will get that, utaipata pale kwa YouTube. I think that link ikiachiliwa hapa wanda isifanye nini, isije kafanya nini, itakuwa sawa. I think huwezi kliki ikulete hata side, but if you like that one name itakuwa nakuletea pale. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana na mimi tangia mwendo wa saa 4. Tumepiga hapa masaa mawili, tumejifunza kutokana kwa daktari. Ile kitu tunakuomba ile kitu ambacho tumejifunza leo ufunze watu wengine pia, kisaidia familia yako, jamii yako, tukaweze tukuendelea mbele. Tusaidiane tuweze kuzuia baadhi ya magonjwa ambayo tunajitakia sisi wenyewe. Sawa. So tutunze afya, muhimu sana. Afya ni kitu muhimu sana. So you feel ukiwa na complication ama anything that you feel kwamba you are not normal, so enda pale hospitali, ona hospitali ikusaidie mapema kabla tatizo lako kuweza kuongezeka. So nashukuru sana Mwenyezi Mungu akwe pamoja na nyinyi. Ile tunaendelea kuwakumbusha kwamba siku ya Sunday tutakuwa na dada yetu Veni Kirubo ndani ya nyumba, tuweze kujadili katika kufahamu uimbaji, safari yake uimbaji alianza vipi na mahali ambapo ameshakufikia. So tutakuwa na Veni Kirubo, muimbaji kutoka pale sehemu za Kisii, maana anaimba nyimbo zingine za Kisii na nyingine Kiswahili, nyingine na Kizungu pia. Tutakuwa tufahamu hilo baadaye katika siku ya Jumapili. So endelea tu kuweka in mind kwamba endelea kutafuta swali. Labda ulikuwa unasikia kitu kumhusu, labda ulikuwa unasikia ufumi ama propaganda gani kumhusu ama kitu kumhusu. Hiyo siku itakuwa siku kubwa sana, siku ya Jumapili. Ulikuwa na mimi hapa ni Dennis Kukurikuntu. I appreciate you guys for being with me here today. Unajua siku ya leo tarehe 21 tutakuwa leo Jumatano, tutakuwa na Dani Kiriga. Sijui hata kuletea nani, but tutakuwa na Dani Kiriga leo. So mimi tupatane siku ya Alhamisi kuanzia mwendo wa saa 2 mpaka mwendo wa saa 3. Sina la ziada ila tu I say thank you very much. May God bless you so much. Thank you for being with me. Nilikuwa nimepatia link watu wakuja tushie mambo mawili matatu, lakini hawatakuja. So daktari pia naye ni kama amechoka na melala na nikisha leo atakuwa kazini. So let's meet him next week. Siku ya next week, be ready kwa maswali yako, tutakuwa tunashughulikia
matatizo mengine ya afya. So wiki ijayo tutakuwa pale na yeye. Jua tulikuwa tumeanzia headache. Daktari alizungumzia kuhusu kichwa, matatizo ya headache, vile types of headache tukapata ziko 10. Tukakuja tukazungumzia kuhusu vagina diseases and whatever. And now tumeingia kwake, tumekuja leo kwa stomach. Next time tutaingia tena side nyingine. Kila siku ya Jumanne kuanzia mwendo wa saa 4 tutakuwa tunazingatia kuhusu afya yetu. Tunakuwa hapa na daktari Dr.Begi Mohamed ambaye anakuwa anatuelekeza. Thank you very much guys. May God bless you so much. So may I leave from the studio and we meet if possible tupatane asubuhi saa 11 katika Rauka Mapambazuka na Yesu ikiwezekana. Okay? Meanwhile continue supporting this Hot TV and at a channel that ambao unaipenda. But jua kwamba sisi tuko hapa kwa sababu yako, tuweze kuelimishana mambo mawili matatu, tusonge mbele. Mimi ni Dennis Nyaputo, kipende kuita kukuntu kurutu kuntu, tutakuwa naitika pale. Ile tunakuomba pia kama utapitia katika YouTube channel yangu ambayo imeandikwa Egeza 047 TV, Egeza 047 TV. It's my YouTube channel, so unaweza ingia pale, piga subscription pale, okay? Wambu wanasema kwamba kuruntu waambie Dani watu watumie Kiswahili kwa studio leo. Okay. Nadhani Dani imefika. Thank you very much. I appreciate Gregory. Ebu mlale wadau. Tunalala Gregory. Leo umepotea sana. Sijui uko kwa wenyewe, sijui uko wapi Gregory. Wacha kwanza nitoka hapa tutafutane nyuma ya tent, utanieleza ulikuwa wapi. So may God bless you so much guys. May I live. We meet tomorrow in the morning if possible. But next week on Tuesday tutakuwa na daktari papa hapa kama kawaida. Tuweze kuzingatia mambo mengine mawili matatu. Ile swali lako ulikuwa nalo ambalo halikujibiwa liweke. Wiki ijayo tutaanzia ile swali lako kisha tuweze kuingia kwa topic nyingine. Sawa sawa. Usiokopange kuuliza. Leo daktari hakuniruhusu niachilie namba yake kwa screen. So ningewapatia namba yake ya screen, mmetafuta pale nyuma ya tent, lakini hakuniambia leo nipatiane namba yake ya simu kwa sababu aliondoka kabla ya kutuambia kwamba kama naweza achia namba yake ya simu. So my God bless you so much. Wote nikaanza kuondoka. Good night all. Wacha tu nikombe tuweze kuondoka kwa studio kama kawaida kama kawa, okay? May I pray. My Father who art in heaven, we thank you, God, for this time. Thank you for this new day that you are here today, Father. It's not by our power almighty, but it's because of your power in the glory that you have seen this day, God. It's a new day of the month, a new day of the date of the month of the year 2021 that we're here. We appreciate and we celebrate you, Jesus. God, we appreciate you for allowing us and giving us good health. For what I've learned here today, God, may it help us, my Father. May help us to continue, my God, motivating our good health, my Father. Pokea sifa, asante kwa maana umekuwa pamoja na sisi. Wewe ni Mungu mkuu. Naomba kwa watazamaji wote wa Kisi Hot TV. Wengine wanapoenda kulala, wengine wapo kazini, wengine wapo shuleni, wengine kwa darasani. Sasa hivi tuombea kila mmoja, kila mmoja kwa kazi yetu kujifunza mambo mawili matatu. Mungu wangu, asante kwa sababu ya hii siku, asante kwa nafasi hii. Tunaombea kila mmoja, tuombea nchi yetu ya Kenya, tunaombea kila mtazamaji na mmoja atende kutazama baadaye. Wote tunaombea. Wale wagonjwa tunaombea Bwana. Acha kibali na neema zako na fadhili zako kwa maana wewe ni Mungu shedu mbinguni. Asante kwa hii siku ya leo. Bwana katuongoze. Tunapopatana tena maeneo ya jioni tutakushukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa, utukufu na mamlaka na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen and amen. Amen and amen. So now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, shalom. Utakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akuwe pamoja na nyinyi. Gertrude Njema, amen. Thank you very much, Gertrude Njema. May God bless you so much. Tupatane mwendo wa siku ya Alhamisi, lakini leo patana na Dani Kiriga. Wiki ijayo daktari atakuwa ndani ya nyumba kuanzia mwendo wa saa 4, usikose kuweka maswali yako vizuri. Sunday tutakuwa na dada yetu Veni Kiribo. Kama kuna maswali yako yaweke vizuri. She will be live and direct from Kisi Hot TV. Very sawa. Goodbye, good night. May God bless you so much. We meet next time. Bye bye.